Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Naitwa hivyo mumesikia. Si mnanijua ama kuna mgeni? Lakini washa ni heshimu wageni. Kwa majina ni Pastor Alice, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Sijakuwa na nyinyi last Sunday, nilikuwa nimeenda kutembea nyumbani. Nilikuwa nimetembea huko mahali nilisaliwa Central, mahali inaitwa Nyeri, Udhaya. Kwa hivyo ndio hatukuwa na nyinyi, nimeuona mkono wa Bwana kwa sababu hata kusafiri na kurudi nikiwa salama si mimi ama kujua kwangu, bali imegharimu mkono wa Bwana. Kwa hivyo namshukuru siku ya leo hata kufika mahali hapa, nasema yeye ni Ebeneza. Hata nyinyi kufika mahali hapa si ni Mungu. Kwa hivyo tumshukuru Mungu siku ya leo kwa kututenda mema, kwa kutuwezesha tukaweza kuwa katika nyumba yake, na Bwana Yesu awabariki. Bwana apewe sifa. Tupata ushuhuda mwingine. Tafadhali, wacha kuangalia nani anakuangalia. Pia mahali hapa ushuhudie ukuu wa Mungu. Kuna mtu amekuja siku ya leo anagojea ushuhudie na ili aweze kupata nguvu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hiyo Mungu amekutendea. Unajua unaweza ona ni kana kwamba ni kidogo. Akakufanyia. Sababu saa hii ukishuhudia Mungu, kuna mtu anapita katika yale mapito uliokuwa ndani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo unajua watu wanagojeanga tu mtu wa kutangulia ili wakuje. Na ndio maana nikaita Pastor Alice ili wengine wafuate. Tupige makofi anaposhuhudia, tupate faith. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina yangu naitwa Anmonjo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niko na ushuhuda, nikikuja kuambia hakuna jambo ngumu kwa Mungu, juu yeye anatenda mambo yote. Nikiwa Misri, sauti ilisema sitawahi imba, lakini saa hii nimeitoa wimbo yangu mwenyewe na nitataka musikize. Mungu awabariki. Mtanisaidia kwa makofi.
Tumpigie makofi mazuri. Na muibaji ukipata nafasi ya kuiba, kuja hapa katikati. Kuja hapa katikati. Uibe na uchangamke. Na wewe mtu wa studio unaongezea mtu wa kuiba. Ni vizuri unaongezea waibi volume. Waibe wafurahie. Tuwapigie makofi sababu Mungu anainua vipawa katika nyumba hii. Nikinena hayo maneno na nena ndio Faith kuwe nyuma yangu. Tumalize hii maneno. Kuna mtu ako na ushuhuda. Faith akimaliza asante. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Faith Wangeshi, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na ninafurahi kuwa nimefika mahali hapa, ni kwa maana haikuwa rahisi pia. Wengi tulikoka na wao, lakini most of them maybe they are normal, but for me naona ni privilege kuwa hata nikibreathe. Bwana Yesu asifiwe. Usichukulie kawaida kila kitu yenye unayokuwa in your life, because it is by the grace of God. Now in the book of Isaiah 3 verse 10 nasema aje, it shall well be the righteous, itakuwa mema kwa wanaompenda Mungu, because they shall eat the fruits of their deeds. So whatever kitu yenye unafanya for today, ama venye unafuata Mungu, usiangalie nyuma, kuna mema mbele yako na tunavuka kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko na imani tutavuka hii mwaka, na tumeshavuka venye tu Pastor Dona anasema tumevuka. So nitaimba wimbo wa kuvuka. Na mbarikiwe sana. Naweza nikusaidia na makofi pia. Ukivuka, na tunavuka kwa imani. Tumeshavuka. Yamepita, sikumbuki tena, natazama mbele, Bwana atenda mambo mapya. Ya kale yamepita, sikumbuki tena, natazama mbele, Bwana atenda mambo mapya. Twavuka, 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 tuelekea Kanaani. Twavuka, 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 twaelekea Kanaani. Pale nilishindwa, sitaka hapo, ninasonga mbele, mema yanigoza. Pale nilishindwa, sitaka hapo, ninasonga mbele, mema yanigoza. Twavuka, 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 twaelekea Kanaani. Twavuka, 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 twaelekea Kanaani. Hatukuli malenga Misri tena, tunavuka. Tuliyopata tukiwa Misri, haturudi pale, tunasonga mbele. Mateso tuliyopata tukiwa Misri, haturudi pale, tunasonga mbele. Twavuka, 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 twaelekea Kanaani. Twavuka, twavuka wote, twavuka, twaelekea Kanaani. Mambo yabadilika, mema yatendeka, ni kwa wale wote wanaomwamini. Mambo yabadilika, mema yatendeka, ni kwa wale wote wanaomwamini. Twavuka, 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 twaelekea Kanaani. Twavuka, 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 twaelekea Kanaani. Sio watumwa tena. Ushindi kutoka kwa Bwana, utungu kwa heri.
Kanani. Twavuka, twavuka, twavuka tuelekea Kanani. Kanani ni kuzuri, hakuna mateso, maziwa asali tutapata pale. Kanani ni kuzuri, hakuna mateso, maziwa asali tutapata pale. Twavuka, twavuka, twavuka twaelekea Kanani. Twavuka, twavuka, twavuka twaelekea Kanani. Twavuka, twavuka twaelekea Kanani. Wewe Farao, baki hapo na jeshi lako. Sisi sio watumwa tena, sisi sio wafungwa tena, tumewekwa huru, huru kabisa. Hatutumiki tena katika fungu lako tena, tuko huru, uhuru wa Yesu. Barikiwa sana. Tupigie Faith makofi. Twavuka, twavuka, twavuka twaelekea 2024. Karibu. Tupige makofi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Roda Wangui. Nimeokoka, nampenda Yesu. Sijakuwa hapa kwa service for like 3 months. And the last time I stood here, I said I have a family in Gilgil. So nilikuwa nimekosa amani hapa. So I had to go back to Gilgil. It got to a point because when I first came here, I faced a lot of battles. So nikakuja hapa, nikahama, nikakaa Nairobi, but I was not living in my house. I was living with a friend. I left my children. I left everything running, my farm, my business, niliacha kila kitu. So when I came here, I didn't have any peace. So I had to go back. Kuona kama I was actually going back to try and settle in Gilgil. I didn't know what I was doing again, to be honest. Lakini nilienda, nikapata the battles that I thought were done were actually even worse. So ikabidi nikae huko, nikapigana hizo vita, nikapigana. Finally, I was able to overcome na nikatoka. So I've moved back to Nairobi. So now I am here. The kids that I went to take, niliwaleta. So my whole family is in Nairobi. So I'll be here in this church. So God bless you all. Karibu sana kwa jina la Yesu. Kuna mtu mwingine ili tuweze kufunga ushuhuda. Karibu Kairitu. Tupigie kasichana makofi. Jitengeneze hivyo tu, unajitengeneza. Praise God. Praise God. Amen. May God reward your amen. Praise God. Amen. Kwa majina naitwa Rehema. Nimeokoka. Yesu ndo amenipigania hadi mali nimefika. Vile nimekaa pale kuna kitu imekuja in my mind na nilikuwa nataka kushare na nyinyi. Okay, it is in form of a spoken word. Inakonga kwa akili yangu, though si mimi nimeandika, but I wish naweza andika yangu. Standing here in the midst of tears, allowing shame to defeat me down in fear. My sin is suffocating me. Look, God, I'm too dirty. I'm filthy as swine. I can never come to perfection.
how could you ever call me mine? And I know you're not asking for perfection, but you're saying tries to pray ticks on my mind. I can't help it but think of my sin from time to time. It's like my sin is on an instant replay. But you tell me to pause and remember what you did on that day. Jesus, you rose from the grave and told death to excuse me, blotted out my sin and will come in so you can use me. Use us. See, church, there's no time to waste. Its arms has been extended. This is the single reason Jesus Christ ascended, so that even from his heavenly above, he can have a personal relationship with you and me. See, there's no time to waste. His arms has been extended. See, church, there's no time to waste. Leave your burdens behind and pay your enemies no mind, because the resurrected Savior is here by your side. Here is living water that can never run dry. And this water has a name. Home has a name, and his name is Jesus. Yeah. Acha nimalize na mimi. Sasa umefanya mistari ipotee. Ndio unaona kioneki. Imepotea. Na venye nilikuwa nimejipanga. Akiroda Mungu akusamehe. Any other person, the last person, ili tuweze kusikia matangazo. Hata sio the last, we have to. Mutagawana hiyo madakika. Ladies first. Tumpigie makofi. Bwana asifiwe. Tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Nimeokoka, ninampenda Yesu. Sikukuwa kanisani Sunday hiyo wiki. Nimekuwa upande wa Gilgil. Bwana asifiwe. Nimeona mkono wa Mungu ukiwa pamoja na mimi. Kwanza nilikuwa nimefika Naivasha, kulikuwa na sherehe, nilikuwa nimeitiwa. Baada ya hiyo nilienda kuchukua mtoto wangu. Bwana asifiwe. Ninajua wakati kwa hii mwaka tunaelekea, kuna watu wengi watapeleka watoto secondary, kuna wengine walimaliza. Bwana asifiwe. But it is always good to trust God than to trust people. Bwana asifiwe. Kwa sababu mimi nilikuwa kijana, my last born alimaliza form 4 this year, na ndio nilikuwa nimeenda kumchukua pale shuleni. Lakini yule mtoto, watu wengi hawakusema angesoma. Wengi walikuwa akisema hatasoma. Bwana asifiwe. Kwa sababu my husband aliaga 204, na alipoaga 204 akaniwachia first born akiwa study 2 na hao wengine wakiwa nyumbani, na huyo ndio alikuwa wa mwezi moja. Bwana asifiwe. Baada ya kujitayarisha vile nitawasomesha, nika prepare myself uko kwetu Mausamet, nikajenga nyumba, nikasema sasa watoto wangu wakiwa wakubwa nitakuwa na pesa ya kuwapeleka shule. Lakini by 207, from 204 207 crashes ndio hiyo, tukatoka kama tumesimama. Bwana asifiwe. Lakini tulipotoka huko, baada my husband kukufa, hebu sikia, Mungu ni Mungu. Na nimekuwa nikisema hii church si ya mirakusika, kwa sababu Mungu amekuwa akianza so many answers. Sile silikuwa sikinisumbua ndani ya kichwa changu. Baada hiyo my mother alikuwa akiniassist kidogo. 205 akakufa. Bwana asifiwe. My brother alikuwa teacher na alikuwa akisomesha pahali nilikuwa nimeolewa huko karibu. Alikuja akaniambia, Roho wa Mungu ameniambia kutoka leo nisiwe nikikuassist. Bwana asifiwe. Nisiwe nikikuwa, ni Roho wa Mungu amesema. My mother in-law na yeye akakuja akaniambia, ukitaka msaada hapa, mama yako alikufa. Hebu sikia, lazima unyenyekee. Nikaambia Mungu, sitakuwa slave ya mtu. Bwana asifiwe. Lakini ile jawabu iko hivi,
niliamini my brother ni roho wa Mungu alimwambia. Kutoka siku hiyo nikaweza kutrust Mungu. Bwana asifiwe. Me, I can't trust a person. I don't have that heart. Na tulipotoka huko, watu wengi ule kijana, vile huyo mtoto alikuwa akikaa, alionekana kama hawezi soma. Bwana asifiwe. Niliwapeleka Giri, tukakaa huko, wakakuwa, wakasoma. Bwana asifiwe. Ile mpango nilikuwa naye, Mungu aliibomoa. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimejega, nimejitayarisha, lakini yote ikawa zero. Sasa hapa ni kutrust Mungu. Yule kijana, baada ya hiyo 207, mwili yangu akakuja kulipo operation, rudi nyumbani. Akakuja akaniambia, Iniro amesema lazima nirudi Mount Summit. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia kitu moja walisema, wewe hujui kuchapa watoto. Na hawa watoto wataharibika kwa sababu wewe unakaaga tu hivyo. Lazima urudi huko ili wawe saida wakikataa kukutii wanakuchapia. Kama sosi. Huyo sasa hata hakuwa ameingia nasari. Nikakaa hivi nikakasirika. Vile alikuwa akiniambia ndio nilikuwa akiona roho yangu inarudi chini. Nikasema of all the things, ile kitu inaweza tuma nirudi huko ni kuchapiwa watoto. Nikasema no, sitarudi. Lakini my brother in law alinieleza, akanikaisha chini. Akaniambia juu ya watoto wangu wote. Huyo mtoto alikuwa amekaa kama huyo rusty bone, hakuwa ameingia nasari. Lakini kila mtu alitafsiri atakuwa mtoto mbaya. Lakini my brother in law akaniambia, unajua huyo mtoto wako ndiye anaweza kuwa msaada wako na anaweza kuwa mtoto mzuri kati hao wote. Ukimlea vizuri anaweza kuwa. Kwa hivyo nikawa na hiyo knowledge. Nililea yule mtoto. Huyo mtoto kuna siku alikuwa akiamka asubuhi anasema sitaoga nitaenda shule hivyo. Na alikuwa akienda tu hivyo. Na sikumchapa, kweli sijui kuchapana. Alikaa hivyo akakuwa hivyo. Nikaenda nikaambia mwalimu wa nasari, ukiona Sosi anakuja kama hajaoga, unajua tulitoka crashes, aliona madamu migi, wewe achana na yeye. Na ngojeni nimwambie, ni vizuri kumtumainia Bwana. Kati ya wale watoto niko na wengi, huyo ndio rusty bone na alimaliza shule. Huyo ndio alibidika akaenda shule ya National School Academy. Na alimaliza form 4 huu mwaka, na watu hata wetu walikuwa Sosi aliingia utumishi. Hawakuwa wakiamini. Hata kwetu nyumbani, my sister, walikuwa wakisema ninawadanganya. Baka siku ile waliambiwa na mtu, mimi nilienda utumishi National Academy na Sosi yako huko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kukuambia hivi, wewe uko na mtoto, goga mlango Mungu akupatie school fees. Kwa sababu unaweza taka tukusaidie, Mungu aniambie nisikusaidie, si ndio? Na hata siku ya leo mimi nasemaga, unaweza taka mtu akupatie pesa na Mungu akatae. Na ndiposa nataka kusema hivyo kwa nini? Baba yetu anatuambia hivi, unaweza enda kwa ile mlango, aambiwa na Mungu asikupatie pesa, afanye nini? Si my real brother Mungu alimwambia asiwe akinisaidia. Na mimi nimeamini hivyo, unaweza enda pale, aambiwa usimpatie kwa sababu labda Mungu anataka kukufuza kutrust God. Hata unaweza kosa, ako nazo kwa mfuko. Hata naweza enda hapa huko pesa ya, naona kwani huyu haoni nimekosa pesa ya rent. Unataka akupatie na labda hiyo sio mlango ya Mungu. Kwa hivyo hapa tusikilize vile tunafuswa. Kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba naweza kwa siku moja Kete aliniambia nitaenda Blue Spring na akaambia Apostle niwe utalipa. Lakini aliponichukua mkono twende tukaitishe pesa, tulipoenda huko baba yetu alifanya hivi. Nikasema gai, huyo ni gai yule wako nigwe ugada gateithio. Sasa nataka kuambia huyu tena asinipatie. Akakaa hivi nasema sasa huyu anasikiliza vile Mungu atamwambia anipatie amara. Nikasema wewe Kiti ndio umenipeleka. Sasa ni shauri yako. Nikakaa. Akasika. Akasema ngoja enda. Nikaomba Mungu ameongea. Kwa hivyo tungojea Mungu aongeage kwa mambo ya. Hata wewe unapeleka mtoto secondary, ngojea Mungu akufungulie milango. Hata wewe umekosa rent, ngojea Mungu akufungulie milango. Na Bwana asifiwe. Neoja olete merigo Melito nekyo gukugosha Shiranero shakuo kahigia Niwega muno fa Neoja olete merigo
Militone kyogokogoca ciranĩro ciakuo kaingĩa nĩ wega mũno mũno Baba we mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda wa we mũthamaki mũrũthi wa Juda komanda. Unakuja asante, kwani unakuja kutuchapa? Wega. Bwana asifiwe. Mimi leo nafurahia. Nimekuwa nikitaka kutoa testimony but leo nimepata chance. So mimi nakumbuka nikikuja hii church ilikuwa February. Nilikuja nikiwa depressed, nilikuwa na face depression. Na hata familia yangu walikuwa wanataka kunipelekea counselor. Okay, nilikuwa nimetoka abroad. Nikakuja, hiyo pesa yenye nilikuja nao nilijaribu kuinvest kwa kila kitu. So nikafungua ofisi hapa Mfungamano Street. Hata ilitoka kabla sijaingia, nikaifurnish. Nikajaribu kwenda kwa organic charcoal briquettes. Pia hiyo ikufaulu. Nikajaribu kwenda kuchukua mandizi Kisii, kuzi-export to Europe. Pia hiyo ikufanya. Sasa venye niliona pesa ni kuisha inaisha, hapo ndio nilijua marafiki wangu wote nilibaki peke yangu na hakuna mtu alikuwa ananielewa. So nakumbuka nikikuja church nikiwa pale, ni shosho yangu, najua watu wanajua ni shosho yangu, nasikianga sana, niambia kuja nikupeleke mahali. Huyu pastor aliwanga wa Mongeke, kama yeye alibadilika, pia wewe utabadilika. So ndio tulikujanga tukiwa pale City Stadium. Kukuja nakumbuka nilikuwa mlevi sana. Na hata na nilikuja kumfurahisha, mimi sikuwa nakuja kanisa, nilikuwa nakuja kufurahisha shosho yangu. So kukaa ndio apostle ndio alianza kupreach. Nilipata akipreach Jeremiah 35 na akapreach kuhusu forgiveness. Kama uko na uchungu na mtu, hata kama ni mtu alikukosea, juu nilikuwa na uchungu na watu wako close na mimi, sababu niliwapa pesa yangu. Sasa nilikuwa nawaambia, si mkinirudishia pesa yangu si nitakuwa stable, si mnirudishia pesa yangu. But nilibakingi nimealianietiwa, but nafurahia kwenye dunia ilinidump, hapo ndio Mungu alinichukua kaanza kunifanyia kazi. Na saa hii nafurahia ati mimi nakuja kanisa. So I'm happy na Mungu asifiwe. Tumpigie makofi. Huyo shosho na abarikiwe. Ni yule shosho after kusikia kizungu mingi ya daktari akatoka na neno moja, nevertheless. Alisikia wamemtishia na yeye akakumbuka hiyo nevertheless. Tupige makofi tunapomkaribisha Magi. Pastor Magi na ili aweze kutupa matangazo. Naomba Sunday nyingine kama uko na wimbo tuandikie kwa mapema na ili tuweze kukupa nafasi kwa wakati ufaao. Bwana wabariki. Amen. Bwana asifiwe. Pigieni mchungaji Beatrice makofi. Habari ya asubuhi. God is good all the time. Salimia jirani yako, mwambie amekaribishwa katika hili kanisa. Kanisa la upendo hili. Bwana asifiwe. Mimi nafurahia Bwana amekuwa mwema kwangu, wiki mzima imekuwa wiki ya baraka na ninamshukuru Mungu. Nimefurahi kuwaona. Mwambie jirani wanapendeza. Amen. Asanteni sana kwa vile mmekuja na mkatii wito wa asubuhi ili tuje hapa tuweze kujumuika pamoja na kubarikiwa pamoja. Bwana asifiwe. Soundman, tusaidie kitabu cha 2 Chronicles 2020, Mambo ya Nyakati 20:20.
tupatie kwa Kiswahili tafadhali. Kuna wazee wetu hapa ambao walililia sana hili dhehebu ili tuweze kujaribu sana kuzungumzia Kiswahili. Tunajua Kiswahili ni lugha chelezi sana. Bwana asifiwe. Lakini tunajaribu, sio? Ndio kila mtu aweze kujumuishwa. Ama kuna mtu haelewi Kiswahili? Sisi wote tunaelewa Kiswahili. Give us in both versions, Swahili and English. And they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be established. Believe in his prophets, and you will succeed." Kwa Kiswahili, wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, "Nisikizeni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muamini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyodhibitika. Waamini wanabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa." Bwana asifiwe. Biblia inatuambia Mungu yeye ataweza kukuimarisha, lakini kufanikiwa lazima kuwe na mtume ama mnabii. Bwana asifiwe. Na tunataka kushukuru Mungu asubuhi ya leo kwa sababu ya hili dhehebu lina mtume, lina kichwa, na kichwa ni ya kuelekeza. Tunataka kuambia mtume wetu tunampenda, tunamuelewa, tunaendelea na kusimama imara ili kusimama na kazi ya Bwana anapotuongoza, na tutazidi kumuombea ili aweze kutekeleza yale ambayo Mungu amemwelekeza. Na tunashukuru kwa hii nafasi kwa sababu ya kusimama katika ile dhehebu ili tuweze kuwasiliana na watu wake na kuwahudumia watu wake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni vyema tutii mafuta, tutii ili madhabahu ili tuweze kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sasa tuna ubao wa matangazo asubuhi ya leo, na kuna tangazo ambalo tumetangaza. Ili ni juma la 3, na hii ni kuhusu zile nafasi ambazo ziko katika hii kanisa na pia katika Besma Sacco, na tumeweza kutoa nakala tukaweka pale, watu wakajaza na wakaweza kuregesha, na nawashukuru sana. Ni kwa sababu mlitikia hiyo wito na mkaweza kutujibu kwa hiyo nakala, na sisi kama board tumeweza kuchanganua na angalia hayo maslahi yenu, na sasa tumemaliza kazi. Pigieni board yetu makofi. Huwa anajitahidi sana. Board yetu si watu wanahudumu hapa throughout, lakini wako na kazi ambazo wanafanya, lakini wanakuja hapa kujumuika nasi, wanatafuta wakati ili kuweza kujenga kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kazi hiyo tumeimaliza, lakini tunawasihi jambo moja tu. Kuna nakala ambayo tutaweka pale kwa ile dawati ya pale kwa dada yetu ambaye ni mhudumu katika kitengo cha hospitality, dada wetu Magdalene. Na hii Magdalene, salimia watu kutoka pale nyuma. Hiyo nakala tutaika pale ili uweze kwenda pale uweke nambari yako ya simu. Bwana asifiwe. Samahani sana kwa sababu ile fomu ilikosa huo ujumbe ama nafasi ya kuweka nambari za simu. Wengine walifanya hekima na wakaweka, na wengine hawakuweza kuweka. Kwa hivyo hiyo nakala itawekwa pale. Utaweza na kuenda kujaza nambari yako ya simu ili wiki hii tuweze kukuita interview na tuweze kukuweka katika ile kazi inafaa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo kazi tunashukuru imeisha. Teens department kitengo kile cha vijana ambao ni miaka 13 hadi 19, tumebarikiwa kupata kijana mmoja ambaye alijitolea sana ili aweze kuhudumia hiyo department ama hicho kitengo. Na kwa hivyo ningeuliza ama ningeshauri pia, ningetaka pia dada moja pia kwa teens department aweze kuniona ili tuweze kuhudumia wadada na wandugu. Siku na ile tunaita aje? Ni equality.
Si lazima tuangalie maslahi ya wadada na vijana, sio? Kwa hivyo ningetaka mtu ajitokeze kwa teens department, a lady ambaye ataweza kutuangalia maslahi yao watoto. Bado tunaendelea na registration of new members. Tuone wageni wetu kwa nyumba siku ya leo. Bwana asifiwe. Wageni tunawapenda, inueni mkono tafadhali. Tusimame wageni. Simama kama wewe ni mgeni, usiogope. Pigieni dada yetu makofi. Ambia jirani yako aje na mgeni Sunday inayokuja. Wewe ndio mwinjilisti. Si lazima unashika microphone, lakini mdomo yako inatumika kufanya nini? Kufanya uinjilisti. Kwa hivyo tunapopungukiwa na wageni, tunajua hamjafanya kazi vizuri hiyo wiki. Kwa hivyo tufanye kazi ya nini? Uinjilisti. Dada yetu karibu sana. Fanya mahali hapa nyumbani. Usiogope, vita ziko kila mahali. Na tunakukaribisha ili uweze kujumuika nasi. Na ukawa mwana na ukajisajili kuwa mmoja wetu. Wale ambao hawajajisajili kuwa members hapa, tafadhali kwa ile dawati bado huyo dada Magdalene, enda kwake umuone. Kujiandikisha ni shilingi 200 ili uweze kuwa member wa hii kanisa na Mungu atakubariki. Bwana asifiwe. Tulisema ukitaka, unajua tumekuwa na changamoto kubwa kwa muda sasa. Mimi huona watu kila siku hili kanisa, wageni wengi, lakini siku ya Sunday hutawaona. Wako madhehebu zingi, lakini wanataka kuja hapa, wanataka msaada. Vipi sasa wewe utakuja kula kwa meza ya wana na wewe si mwana? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukipatwa na jambo, siku ile utapatwa na jambo na wewe tu unakaa tu hapo, usitulaumu. Manake kila siku tutahimiza, kila juma tutahimiza uende ujiandikishe pale ili tuweze kukujua na pia kukushughulikia maslahi yako. Bwana asifiwe. Amen. Registration pia inaendelea ya partnership, na tunasema ni partners ambao ni washiriki wa hapa na pia wale wa mtandaoni. Our diaspora partners, we want to thank you very much. You have really participated and you have been able to do a lot of work for us. We really thank you for supporting us, supporting the apostle and supporting his ministry to see that this ministries goes to another level and also is able to spread the gospel across the world. We thank you from wherever you're watching us. We would like to ask you to continue supporting us, to enroll as a partner. We are online, we are everywhere. Kindly become our partner and support us and continue to support us, and the Lord will bless you mightily. Kwa wale ambao tuko hapa, tunawasihi muendelee kujiandikisha ili muwe guzo katika nyumba la Bwana. Tushikilie kazi ya Bwana ili tuweze kuendelea na kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Hivyo mchungaji juma lililopita pia amesema amewasawishi pia muweze kutuletea 1,000. Bwana asifiwe. Wangapi walikuwa hapo kanisani? Sasa kukifika pesa hatuinui mkono. Namna gani sasa? Tuinue. Vile unainua mkono wako ukitangaza maneno ya pesa ndio inakukaribia. Unapoendelea kuikana pia inaendelea kukukana. Bwana asifiwe. Na wangapi walisikia hilo tangazo? Tusikuwe wagumu. Wacha mtumishi mtume ashike microphone akuhudumie, akufanyie deliverance, akupeleke to the next level, akufanye wewe ufanikiwe, lakini pia wewe mshikilie. 1,000 ni pesa nyingi, lakini si pesa nyingi. Ukiangalia zile shida umezunguka kila mahali. Kwa waganga, kwa hospitali, kila mahali umezunguka. Si ni pesa mingi? Asubuhi ya leo ukiambiwa wewe uko na kansa, unahitajika 50,000. Utakuwa umetafuta namna ya kutafuta hiyo pesa, si kweli? Basi tukija hapa kwa sababu tumebarikiwa na tuna mafuta ambayo tunatumikia, basi akitoa wito, wacha tutii na tuamini Mungu atatupea na atatubariki ili tuweze kushikilia kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Registration ama usajili wa Besma bado unaendelea. Sako yetu imenawiri sana. Board imefanya kazi usiku kucha ili kuweza kuleta ofisi, na ofisi sasa rasmi imefunguliwa. Bwana asifiwe. Ofisi yetu moja iko hapa chini na kuna matayarisho nyingine kwa sababu itakuwa ni ofisi kubwa. Tunatayarisha ofisi zingine hapa na kwa hivyo
Besma tayari sasa tuko na ofisi hapa officially. Tupigie mtumishi wetu makofi. Pigieni pia board makofi. Hawalali wakifikiria vile tutabarikiwa hapa. Kwa hivyo nakuuliza pia ujisajili pale, registration ama kujisajili ni 1000, na pia ukisave kama ukiweka miezi kama 6 pia mtawaliwa utaweza kupata ile mkopo badala ya miezi 6. Bwana asifiwe. Na tulisema hiyo ni ya wenye biashara na wenye biashara tarajiwa. Mtumishi amesema sana anafukuza ufukara hapa, na kwa hivyo sasa ni sisi tuone ametutafutia njia mbadala ili tuweze kujijumuisha na kuweza kujijenga na kunawiri kimaisha. Bwana asifiwe. Yeah. The Lord is a blesser of those who diligently seek him. Tulisema si maombi tu, kupiga magoti, kupiga nduru, kulia, lakini pia tufanye nini? Jambo. Na Mungu atatupatana nasi katika hilo jambo. Bwana asifiwe. Vile vile kuna ile karamu yetu ya tarehe 12. Najua tumekuwa kwa mwezi wa mfungo. Bwana asifiwe. Tunaendelea kufunga na kuomba ama sembe imetushinda nguvu? Tuendelee hivyo hivyo na mfungo na maombi, lakini tumeandaliwa karamu yetu tarehe 12 mwezi huu wa Disemba, na hiyo itakuwa ni siku ya Jumanne. Mwambie mwenzako amekaribishwa siku ya Jumanne. Si ni Jumanne tarehe 12? Jamhuri Day. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe utatuambia ulikuwa kazini. Tumechagua siku nzuri ya kukushika kukupatia pati. Ambie mwenzako kuna karamu hapa. Na tulisema mchungaji wetu ama mtume wetu ametuandalia chakula kabambe, amebwaga chakula, amebwaga mapishi. Bwana asifiwe. Nilisema usije hapa na sahani, njoo hapa na tumbo lako umesafisha vizuri, appetite. Hiyo siku hatutakuwa tunafunga. Bwana asifiwe. Hatutakuwa tunafunga hiyo siku. Tutakuwa na hello. Hiyo ya tarehe 12 tutakuwa na hiyo karamu, na itakuwa ya kufana sana. Wewe jitayarishe uwe katika nyumba ya Bwana. Hiyo siku tutakuwa tunabariki vijana. Tunasema kuna vijana ambao walibarehe mwezi wa 11, na sasa wameweza Bwana ameimarisha afya zao, na sasa tunataka pia kuwakaribisha katika hili nyumba. Na kumbuka kama wangu tuliwaleta kwa madhabahu, tukaweka dhabihu ili wakienda kufanya hiyo tohara basi wasiwe na shika na majanga na maagano ambao haifai. Kwa hivyo ni wakati wetu pia tunarudisha shukrani kama wazazi katika nyumba ya Bwana, lakini karamu pia ni ya kila mtu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ukiwa na zawadi yako hapo, utaweza wa zawadi na maombi yako, waekee sala na Mungu atakubariki. Mipango imepangika, na kwa hivyo tunangojea mlo hiyo siku. Bwana asifiwe. Tarehe 25 pia tuna karamu yetu pia ya Krismasi ambayo itakuwa hiyo siku, na tumesema hizi sherehe ni kuanzia saa 4. Bwana asifiwe. Yes. Mwambie mwenzako party after party. Hizi party zinaashiria kitu. Ni kuonyeshana mwaka unaokuja tutakuwa tuna sherehe kabambe, sio? Tutakuwa na wimbo mpya. Bwana asifiwe. Wangapi wanatarajia wimbo mpya? Tukimaliza mfungo hakuna kulia tena. Itakuwa ni party after katika nyumba ya Bwana, si kwa dance nyingine. Ni katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo pia tunaendelea na mikakati ya kuandalia hiyo sikukuu pia, na hiyo siku pia ndio siku ile ambayo tunabariki wazee wetu kwa nyumba. Tuwapigie makofi. Mara kwa mara tumesema hawa wazee ni watu ambao wametubariki sana, wameanza kutushikilia kwa maombi, ni waombezi wetu, wamekuwa watu wa kutupatia wasia, wamekuwa ni watu wa kushikilia nyumba hii, na kwa hivyo tunataka pia tuendelee na kuwabariki kama wazazi wetu, ili umri wetu pia ikajumuishwa na ikakuwa imeongezeka. Bwana asifiwe. Amen.
ladies ama wadada, natumia hiyo maksudi, sisemi women, nimesema ladies, wadada. Kwa hivyo kwa ujumla wadada wote, baada ya ibada yote tupatane pale ili tuweze kujadiliana na kuwasiliana kama wadada. Bwana asifiwe. Hivyo hivyo tuna pia mkutano mwingine wa ambao ni wa vijana, youth, na mtamuona kaka yetu hapa, kaka Martin, simama kidogo. Huyo ni kaka yetu, ni mmoja wa board, lakini pia ako kwa kitengo ya hao wa vulana ama vijana. Kwa hivyo youth, tafadhali tubaki nyuma tumuone huyu kijana ili aweze kutuelekeza. Bwana asifiwe. Ningewasihi pia pastors in the house, clap for the pastors in the house. Wachungaji wale wamekuwa, wale wako, wale wameendelea, tunataka tukuwashukuru sana. Tunawapenda, tunawaheshimu na tungetaka kuwatambua pia, na ningetaka kuwa na mkutano nanyi baada ya ibada. Itakuwa muda mchache sana, kwa hivyo tusiondoke. Wachungaji katika nyumba ya Bwana, wacha tuwasiliane ili tuweze kuwasiliana. Bwana asifiwe. Hata hilo limewasilishwa, ni jambo la maana, tutalizungumzia kama wadada. Bwana asifiwe. Amen. Kuna ile discipleship class ama mafundisho ya wanafunzi wale wanataka kujifundisha Biblia. Tafadhali unaweza jiandikisha pale pale kwa ile dawati, ujiandikishe ili uweze kuelekezwa zaidi. Tuna mwalimu ambaye amebarikiwa sana na haya mafunzo ili tuweze kujifunza Biblia. Bwana asifiwe. Yes. Vile vile sasa kuna mpangilio wa wiki ambao tunataka kuwakumbusha tu. Na mpangilio wa wiki ni kama ifuatavyo. Jumatatu huwa ni siku yetu ya mtume kumpumzika. Mwambie jirani, mtume upumzika. Siku hiyo huwa anapumzika mara nyingi ama mara kwa mara, saa zingine yako hapa, lakini nataka kuendelea kuwasihi tafadhali. Hiyo ni siku ya mchungaji ya kujipanga, ni siku ya maombi, ni siku pia anafanya mambo yake ambayo angeweza kufanya katika wiki. Kwa hivyo nawasihi sana 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 sana. Jumatatu tusipange foleni pale tafadhali. Hata kama umemwona amepita hivyo, mwache tu, amekuja zake, sawa? Mwachilie tu hivyo ili aweze kujipanga, kuomba na kuweza kujirudishia nguvu kidogo ili aweze kutuhudumia katika wiki. Kwa hivyo hiyo siku ni siku ya kuabudu. Ukija hapa, kuja kwa madhabahu, uko karibu uombe na uweze kujiinua katika nafsi yako. Bwana asifiwe. Jumanne pia ni siku pia tunapatanga nafasi ya kumuona one on one. Ukija hapa ujiandikishe kuanzia saa 3 asubuhi, utaweza kumuona. Na nilisema ikifika saa 5:30 huwa tuko na ile ibada yetu ya lunch hour service ama siku ya mchana, ile ibada ya mchana. Kwa hivyo ukiwa pande ile, kwa sababu huwa mara nyingi tuko pande ile, ukielekezwa na mtumishi ule ako kwa madhabahu, muheshimu, polepole sogea pande hii, uketi na utulie, na baadaye utaweza kumuona. Bwana asifiwe. Tumepatana hapo. Wednesday ama Jumatano pia tukawa na one on one, na pia unaweza jiandikisha pia, ufuata foleni na uweze kumuona. Na pia ikifika ile saa, basi njoo hapa ili uweze kujumuika nasi katika hiyo ibada ya mchana, na Mungu atakubariki. Baadaye utaweza kuelekezwa, sababu hiyo siku tuko na ibada ya ukombozi. Bwana asifiwe. Watu wengi si wamekuja ukombozi? Si mnakuja kutafuta ukombozi? Hiyo siku ni siku ya ukombozi. Tukuja na tuwe wengi. Pia karibisha jirani yako, karibisha rafiki zenu, familia, waje hapa ili waweze kunufaika. Na hiyo siku pia unaweza kumuona. Bwana asifiwe. Siku ya Alhamisi ama Thursday tuko na asubuhi maombi, tuko na maombi ya mchana pia, na hiyo ibada ya mchana njoo hapa. Hiyo siku tuko na Thigira wa Dora. Hiyo nayo ni station ambayo iko kwa YouTube na huwa mtumishi wetu anaishughulikia. Nisema pia hiyo siku ya Alhamisi tafadhali tena tusipange mstari pale, kwa sababu ukipanga pale mtumishi huwa akona si Thigira peke yake ufanya,
huingia asubuhi na mapema, anafanya shows kadhaa. Kwa hivyo utasikia ako kule, lakini utaweza kumuona kwa sababu ako kwa kamera. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tu tumpatie pia hiyo nafasi aweze kufanya hiyo kazi na kuweza kukomboa na kubariki watu wengi, manake najua wengi wamebarikiwa na kuweza kupata ukombozi na kupatana naye. Ijumaa ama Friday pia tuna maombi ya asubuhi hapa. Hii wiki tumekuwa hapa maombi ya asubuhi. Kama ulikuwa unangojea uone kama itafanyika, ilifanyika. Mwambie mwenzako inafanyika. Kwa hivyo ukiwa hapa mjini, njoo hapa kuanzia saa 12 hadi saa 1:30 ili ukaelekea kazini. Kutangulia na Mungu pia atakutangulia kazini. Bwana asifiwe. Saturday pia hiyo Ijumaa ama Friday huwa tuko na worship experience. Siku wiki ya pili ya hiyo mwezi ama na ya 4 siku mwezi wiki ya kwanza na ya mwisho pia huwa tuko na kesha zetu ambazo zimekuwa za baraka sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ambia mwenzako asimiss kesha iko Fridays, the first Friday of the month and the last Friday of the month. Karibuni sana. Saturday pia kuna ibada. Mchungaji wetu amebarikiwa na amekuwa wa kutubariki wiki mzima na ametangaza ibada zitakuwa kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi. Kwa hivyo pia jitayarishe ili uweze kuja kubarikiwa. Bwana asifiwe. Siku ya Sunday ambayo ni leo huwa tuna ibada zinaanzia kuanzia asubuhi saa 12. Kuna maombi ambayo tunaita meditation. Hii ni masaa ya intercessory. Njoo hapa uweze kujintercede, uweze kuwasiliana na Mungu na ili uweze kujipanga kiroho kupokea. Bwana asifiwe. Pia tuna praise and worship inaendelea hivyo mpaka tunapata shuhuda, inaendelea hivyo mpaka mahubiri yetu inaanzia 11:45. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo ibada zetu huwa ibada ya kwanza inaisha saa 7 ya mchana na tunapumzika hadi saa 9 hivi, alafu tunarudi kwa mafundisho ya jioni. Bwana asifiwe. Nawahimiza muendelee kuombea hili dhehebu, uongozi wa hii kanisa. Muendelee pia na kuombea Israel inapoendelea kupigana vita. Muendelee pia na kuombea nchi yetu. Let us watch and pray in Jesus name. God bless you. Uninyunyiziae maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda. Nyunyiziae maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda. Nakupenda, Wapi makofi kwa Yesu, kwa jina la Yesu. Amen.
Hallelujah. Let's appreciate Pastor Maggie for the wonderful, good work. I think ukifungua shule ya Kiswahili, mimi ni candidate number 1. Hallelujah. Hallelujah. Are you happy to be in the house of God? Are you happy to be in the house of God? Biblia inasema kwamba I was glad when I was told, let us go in the house of God. Amen. And since we are a loving church, and the father of the house is a loving father, nataka tu utoke kwa position yako, uende kutafuta mtu mwenye hujawahi msalamia. Greet somebody in Jesus' mighty name. Aya, simuzunguke. Fellowship, it is good to be in the house of God. Amen. Nataka tumsifu Bwana because our time is gone, and then we will go as we expecting the prophet of God to come in the house. Umesalamia mtu? Umesalamia mtu? Amen. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. 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 Nilitabasamu waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahi 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 waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Twende
Haleluya. Nataka tujifunze wimbo moja hapa na ni ya Kiganda. Ambia mwenzako Kiganda. Ambia mwenzako hakuna gharama kuhama Kirinyaga kwenda Uganda. Hakuna gharama kutoka Western kwenda Uganda. Haleluya. Inua tu mikono, sema wipolo. Ya mtu ni enjoy mpaka mushike hiyo wimbo. Sema wipolo. Lopo. Lubanga. Mulokole. Belie. Inua tu mikono. Sema wipolo. Sema wipolo. Lopo. Lubanga. Mulokole. Belie. Hiyo ikikushinda tutakuja kwa did you find them praising in the house of the Lord? Yes. So unaona umeacha ufala. Ni ile hatutaki kuimprove, si ndio? Hallelujah. Hallelujah. 1 2 3 twende na nataka tusifu Bwana. Piga tu makofi. Wipolo lubanga mulokole belie. Wipolo lubanga mulokole belie. Wipolo lubanga mulokole belie. Wipolo lubanga mulokole belie. Sasa pale kwa Sherirega tutaenda polepole, msikiwe na wasiwasi. Tukifika tu kwa Sherirega unaruka juu. Mulokole belie. Sheri kumko mulokole belie. So kama umevaa high heels ukianguka shauri yako. Ninuliwe microphone tafadhali. Haleluya. Haya twende wote tujaribu. Sheri rega mulokole belie. Sheri kumko mulokole belie. Sheri rega mulokole belie. Sheri kumko mulokole belie. Nyinyi wanafunzi wazuri, piga makofi. Hallelujah. Kindly Domini, inulie your mic, inanisumbua kidogo. Na sauti yangu ndio destiny. Amen. Sheri lega mulokole sheri kumko mulokole. Ukiona mtu aruki, yeye ndiye aliua nyanya yako. Aya, sheri rega mulokole sheri kumko mulokole. Sheri rega mulokole sheri kumko mulokole. Wipolo lubanga mulokole belie. Wipolo lubanga mulokole belie. Wipolo lubanga mulokole belie. Sheri rega mulokole sheri kumko mulokole. Sheri rega mulokole. Did you find them dancing in the house of the Lord? Yeah, did you find them dancing in the house of the Lord? Cheza kwa Yesu. Yeah, did you find them dancing in the house of the Lord? Yeah, did you find them shouting in the house of the Lord?
Oh, did you find them shouting in the house of the Lord? Yes, I found them shouting in the house of the Lord. Oh, did you find them dancing in the house of the Lord? Yes, I found them dancing in the house of the Lord. They were dancing in the house. 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 They were jumping in the house. We polo polo banga muloko lembelio. We polo polo banga muloko lembelio. Oh, we polo polo banga muloko lembelio. Wapi mikono juu, mikono juu, mikono juu. Inua Yesu, inua, 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 inua Yesu, inua. Ndiwa neema Yesu, ndiwa neema kubwa. Ndiwa neema Jehova, ndiwa neema kubwa. Ndiwa neema Jehova, ndiwa neema kubwa. Ndiwa neema Jehova, ndiwa neema kubwa. Ndiwa neema Mungu Baba, ndiwa neema kubwa. Ndiwa neema Bwana Yesu, ndiwa neema kubwa. Ndiwa neema Jehova, ndiwa neema kubwa. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Oh, ainuliwe ndi Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Oh, ainuliwe ndi Bwana wa mabwana, ainuliwe oh ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Haya, mikono juu tu pole pole. Inua tu mikono tu juu pole pole. Ametenda mema, Yesu ametenda mema. Oh, ametenda mema, Yesu ametenda mema. Bwana ametenda mema, oh ametenda mema. Yesu ametenda mema, oh ametenda mema. Amenipanua Bwana, amenipanua Bwana, amenipanua Bwana, amenipanua Bwana, amenipanua, amenipanua Bwana, amenipanua, 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 ameniinua, ameniinua, ameniinua,
kukimbilia, ndiwe Bwana, na kukimbilia Bwana, ni wewe Bwana, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sinayo ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sinayo ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, wake Yesu nasimama, ndiye mwamba, ndiye mwamba, wake Yesu nasimama, 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 ndiye mwamba, barua kwa barua kwao, barua kwa twende, ruka kwa Yesu, twende tu. Twende kwa Yesu, wa barario, wa barario, wa magana, shangwe na vigelegele kwa Yesu, makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makofi, makofi mazuri kwa Yesu. Abanu kenaga hedero kuboso nere weobi. Makofi kwa Yesu tunapoongezewa hiyo tempo tafadhali. Tuongeze tempo. Turukie Yesu, turukie Yesu. Tuane naige mouro walio anole akune ilende. Tuane naige mouro walio anole
Turuke dakika 2, masaa imeisha ya praise. Tuharakishie hiyo kitu.
Kama unajua hujaboeka, piga makofi mzuri. Ndio ile marabuga. Nini? Ati? Umesikia akipiga kelele hapa? Ni nini? Kama unajua huko kanisani, piga shangwe na vigeregere. 1 2 3. Hiyo bado. Hiyo ndio sasa unaanza kujitayarisha. Mtu wa keyboard. Tengeneza kelele mzuri. Si ndio? Kama unajua uko hapa ndani hapa na umebarikiwa, piga kelele na vigeregere. Haleluya. Najua mimi napendanga tukiimba sana. Nimesikia duru yako ni mzuri. Napendanga sana tukiimba. We get more time. Si ndio? Sijui ni kwa nini you limit worship. I don't know why the churches limit worship. No, worship is better than even preaching. Did you know that? It's much better. Yeah? Sio muongeze kidogo time. Ama mnachoka? Watu wanakaa kuchoka, si ndio? So for only 45 minutes worship wimbo,
Then wanarudi wanakuwa gaivya modo. Na kutili mudu aruta igoti. Watu wenye angalia mama kama huyu bado anasikia baridi. Unaona venye amekia anasikia baridi. Au kutetemesha. Mzee kama huyu angalia kama amevaa mpaka koti. Ule amevaa jacket iko na sweater ndani. Na bado hakutoa. Means you did not worship. Bwana asifiwe sana. Get enough time. 2 hours of worship. Munaanza saa 4, tunamaliza saa ngapi? Saa 6. 2 hours of non-stop worship. Let's with you. Yeah? Kama mmechoka mseme hawa hawajachoka. Ama mmechoka nyinyi? Kama wamechoka si waache waondoke warudi huko na nyinyi mkuje huko. Si ndio? Don't. Ama namna gani? From saa 4 mpaka saa non-stop. Tunapiga worship na tunapiga praise. Nani wamesoma kwa nganga kwa James Maina nganga? For my members who have James Maina nganga? For my members kama mimi kule kuna worshipiwa 3 hours non-stop. Baka mapepo inaanza kutoka peke yake. You must know how to welcome the spirit. The Holy Spirit ana take control. Si dakika 2-3 unakaa chini. Hapana, that is not worship. Wagapi wako tayari to worship? Afadhali tuibe tuchukue time yangu hiyo nitadonate leo. Nataka tu worship. Umesikia? Kuja hapa Don. Mkiwa na Beatrice. Ingia hapa. Nataka tu worship. Always make it 2 hour non-stop. Umeelewa? From 10 mpaka saa 6. Saa 6 na mimi nakuja na piga ngapi? 1 hour ya kuhubiri. Tunapumzika, tunaenda mapumziko. Bwana asifiwe sana. Kutoka hapo tunaenda saa 9 mpaka saa 10 watu wanaenda nyumbani. Nitasema mupikiwe madasi sasa. Wangapi wanakulaga madasi? Watu wa madasi ina mkono juu. Hiyo time utakuja unajua utabeba na ile lunch box. Ukikuja tunaenda pale tunakula na mimi mnaniletea kidogo, si ndio? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka kiluya mzuri. Ile ya nani? Ile ya roho. Praise, worship Mungu. Hebu tengeneza ngoja kwanza. Angalia sasa unakuja na vishasha. Tengeneza space kwanza. Mwangalie mwenzako, mwambie I'm ready to worship. Yes, tengeneza space. Kama kuna mtu anakubana bana, mwambie kaa kando kidogo. Tengeneza nafasi yangu. Yes, make your space. Twende kazi. Hebu tusikilize huyu. Hebu weka. Ngoja Don. Sasa twende. Pole tu. Tikisa mara moja. Kama mtu amekula mlenda. Weka ya ugali nyingine. Weka mbili za ugali sasa. Na unatembea tu kidogo. Tembea kama Musalia. Na maringo, unaweka kama maringo kidogo. Twende Mwami Yesu yangu la mosaike. Mwami Yesu yangu la mosaike. Oh, Mwami Yesu yangu la mosaike. Mwami Yesu yangu la weka sauti yako juu. Oh, Mwami Yesu yangu la mosaike. Mwami Yesu yangu la
Kikuyu. Kama kabila. Makofi. Twende. Umesikia ni kama huko kanisani? Watu waambie waamke, wanyosheni vidole, amkeni. Waambie amkeni. Praise ni 2 hours, 2.5 hours, mzuri. Baka watu unasikia mapepo yote. Nikikuja kuhubiri, sikuji kutoa mapepo. Mapepo inatolewa na nyimbo. Tunakuja kusikiliza neno. Si ndio? That is what I want. That's the culture I want here. Tukua very very strong in worship and praises. Hiyo ndio ilifanya Daudi akubalike kwa Mungu. Because this man used to dance, used to sing. Baka Mungu anateremka anasema this man is after my heart. Hallelujah. Salimia watu 2 3, umwambie tumekubali kurekebisha sasa. Kama unakujaga wewe si mtu. Na ndivyo mlikuwa naona watu wengi hapa tulikuwa tunaenda na wao Mugithi. Na kwa Mugithi mlikuwa mnatikisa kiuno. Na sasa hapa mtaki kutikisa kwa sababu mmekuwa watu wazuri. Tuketi chini, mwambie mwenzako asante sana. Baba nakushukuru, nasema asante. Ukatubariki, ukanitumia kama chombo. Nikanene neno na watu wako na nikakue baraka kwao. In Jesus name. Somebody say amen. Today I'm dealing with rather a strange but a very good topic. Ile ingine ya sacrifices, tutaendelea na ibada za jioni. Ni mafundisho ambayo tumekuwa nayo for the entire 1 week. Wangapi wamekuwa hapa? Tumekuwa evening service pamoja, wamefundishwa and they have seen the hand of God in it. Inua mkono wako juu. Thank you very much for being faithful. Ningekuuliza tu tuendelee this week, tumalize. Ni mafundisho mazuri. It grounds you. Wale ambao soma nimeona hata midweek
Venye watu nimeona wamekuwa wakitoa sacrifices zao, they have really changed and their life have changed. Nimepata testimony nyingi, watu wamenipigia simu, wamenipatia testimony nyingi sana kuhusu how God has drastically changed them. Bwana Yesu asifiwe sana. Also, I'm encouraging you tuendelee na ibada za jioni na pia the morning glory. For those who are in town, early in the morning, we'll be worshiping here. We have our ministers here that are going to be takuwa pamoja na wao. Today, saa hii nataka tuzungumzie kitu inaitwa the household enemies. Sema household enemy. Who is your household enemy? Simameni watoto, kujeni hapa. Who is your household enemy? Kujeni tu hapa. Nani anaitwa household enemy? Or what do we rather by saying household enemy? Yeah? Nini? Maadui wa nyumba yako. Hallelujah. Leo ndio nataka tuangalie maadui wa nani? Wa nyumba. Maadui wa nyumba hii. Maadui wa kwako. Maadui wa ndoa yako. Maadui wa nini? Wa biashara yako. Kikulacho wanasema kinani? Kingoni mwako. Huyu amefanya nini? Kuja sasa. Kuna nyonyo ingine pale, mlete tu. Kuna nyonyo. Gai, ni adhoka. Sasa huyu atoke tithe kana nyina. Na mwana athoke atokagia nyina agira agatokie baba. Let's go. Yes. Mtoto, si ubarikiwe. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mungu awabariki. Si ndio? Ubarikiwe sana. Hata wewe ubarikiwe. Sasa mshikane mkono, usiwache. Shikaneni mkono. Wewe shika mkono. Sasa vuruta wao. Vuruta kama lori. Siwe ni kipi, vuruta wao kama lori. Hivyo vuruta kama lori. Wewe ndio kiongozi. Vuruta wao kama lori. Muende mpaka mahali mtaingia. Umeona hiyo? Kipi ni kipi tu, kikipa tu instruction moja kinafuata vizuri. Na utasikia kikienda pale mbele kinasema brum brum. Bwana asifiwe. So leo nataka tuangazie mambo ya the household and maadui ambao wako ndani yako. Maana katika njia nyingi na maisha yetu mengi tumedhulumiwa na tumepata shida nyingi sana, not because of people who are far away from us, but people who are so close to us. Watu ambao ni my friends, your own mother. Did you know your mother can be your enemy? Did you know your father can be your real enemy? Did you know that your son can destroy you? Your daughter can do that? Your husband, your wife. The people you call that these are my trustworthy people. The people you walk with. And they don't necessarily be that wakuwe negative to you, kuongea mambo negative. They can be friends, waongee maneno mazuri, ufikirie they are praising you, lakini they are destroying you. One good example ya ule mtu alidestroyiwa na baba yake ni nani? Nani anajua ni nani? Alimalizwa na baba yake ni nani? Ni Joseph. Kwa kutusiwa? Hapana. Hakutusiwa. Baba yake alirespond to the prophetic or to the dream that this man had. Akasema, nimeota nyota zikiinama na zingine zikiinamuka. Miti ikiinama na ingine ikiinamuka. Baba yake alimuuliza aje? Kayoleto ada. Hallelujah. That is an enemy. That is a language of an enemy. Kayoleto ada. And that is his father. Meaning, how come that you want to mean utakuja kutukalia kwa hii nyumba na mimi ndio mzee? Haiwezekani. That is what he referred to. Kaye oleto ada. I am the mzee. Mimi ndio mdozi kwa hii nyumba. Alafu huyu mama aanze kusema ati tutamuinamia. Sisi yote including me ni muinamie. Basi nitamuuliza swali. Kwani unafikiria utakuja kutukalia hapa? And that's enough. That's enough. Hiyo imetosha kufunga huduma yako. Imetosha kufunga na kuharibu ndoa yako. Watu wengi hapa tukiangalia maisha yenu haijaharibiwa na lugha baya. Imeharibiwa na lugha ya kiulizo. Hiyo ni ngeli gani ya kiulizo?
Ni ngeli gani? David. Ni ngeli gani hiyo ya kiulizo? Ni kwikwi. Ni ngeli hiyo tu ya kiulizo tu. Kae ole tuada. Yani you want to mean you're going to rule this house. That is your husband will ask you that question. You want to mean that you're going to rule this house. And he goes and you think just it is simple that way. Na anatoka na anaenda. Na anaingia gari na anagurumisha. Na unaendelea kumpigia simu na mwambia darling, hatuna kauga na kutumia. Darling, hakuna kausukari unamtumia. Darling, hakuna nini unamtumia. Darling, gasi imeisha unamtumia. Lakini kuna kitu aliwacha kama ameweka. Na hiyo kitu you never took notice of it. Because had Joseph known that this is a dangerous statement from his father, he could have gone to the father and aulize baba yake ya cancel hiyo. Lakini he took it lightly. Your husband will speak to you and take it lightly. I will just tell you, nitokiona kuriogothi. Ni wega tu, nitokiona kuriogothi. Na mimi niendelee na tukutane maisha gingine 10, tuende na tukunywe kahawa na usahau. Nilisema tutaona tu penye utaenda. Na imeisha hivyo. And it's that simple. And that has killed your dream. Just that simple statement has killed your dream. You will never recover. Because one thing, it has gone unnoticed. You never noticed that this is a powerful word. This is a dangerous word. This is something that will haunt you. So you take it casually. But it has been recorded. At the time of invoking your destiny, that word will come and itasimama. Wakati baba ya Joseph alimwambia hivyo, kulikuwa activities zilianza automatically. The brothers wakaanza kufikiria kumuua. His word activated immediately. Ika-activate my brothers, the ill motive, wakaanza kupanga kumuua. Ika-activate watu, ika-activate mpaka agenda mahali watamuzika. Ika-activate mpaka watu wakuja kumununua. So that simple word activates many other things that you don't know. Because it is a door that has opened. In the book of Matthew 10:36, the Bible says, and a person's enemy will be those of his own household. Not from far. The person's enemy are from your household. Your brothers, your sisters, your co-workers, people in this ministry, people in the other department, departmental leaders, departmental co-workers, people ambao mnaishi pamoja na mnakaa pamoja na you live together as brothers and sisters, but there is connotations of words ambazo zinasababisha mtu anajipata kwenye shida. Na wengi wetu hapa tuko kwenye hiyo shida. Kuna kitu baba yako alikuita wewe mjiga, kodoo hii toka hapa. Kakuita kubafu. Akakuita takataka. Na wewe ulicheka tu na ukaenda. Na kutoka siku hiyo umekuwa takataka. Kutoka siku hiyo umekuwa kubafu. Maana alinena, and this man was in authority. Anything and a word that comes out of your mouth got power. Neno lolote ambalo limetoka kwa mdomo wako liko na nguvu, maana liko na uhai. Na kama haukuweza kukanzo yale maneno ulinenea mtoto wako, umuita mjiga hii toka, ng'ombe hii toka, kodoo hii toka, hayo maneno yatakuja kufanyika kwake at the date of destiny. That date that you want to enter into your destiny, that is the time those words will be rekindled. They will never speak until the date of your destiny, until the activation of your destiny. That is when those words now, ile nugu uliitwa, ile kodoo uliitwa, ile mjiga uliitwa, ile kubafu uliitwa, sasa hapo ndio inakujaga, inakuremind. Si wewe ni kodoo, unawezaje kuwa kiongozi na wewe ni kodoo? Unauliza mimi nilikuwa kodoo lini? Baba yako alisema wewe ni kodoo. Na imeandikwa kule juu na kwa kitabu, wewe ni nini? Ni kodoo. Sasa unakuta ndio unakutaka watu wako na kitu inaitwa a near success syndrome.
You get every letters right, kila kitu yako inakuwa mzuri, unapita interview, unaenda. The day you are given handed over an appointment letter, unasikia kwenu Nshosho amekufa, unakibia kwanza huko. Ukienda huko maisha inakwamia huko, unashindwa kurudi. Wakati unaanza job, the day you are supposed to start a job, unapata accident. Unasikia mguu itapelekwa imevujika. Utakaa hospitali miezi 6. Kabuni itakugoja miezi 6. The day ulikuwa ukue ordained, ukue pastor, siku hiyo ndio unakutana na mtu kalikutembelea jana, na mnalala kabisa, alafu wale watu wanakuaga na kamera, wanakuja wanakukuta. Na siku hiyo ndio ulikuwa sasa ufanyike Archbishop. When you are just to enter into the door of your destiny, the words that were spoken to you, that is when they rise up. Because they are just spoken and kept. Hallelujah. They are just what? Spoken and they are kept. They are only kept for one reason. To curtail your destiny. Most of you are suffering not because you are not qualified. You are qualified to do business. Most of you are suffering not because you don't deserve the seat. You deserve it. Most of you are not married not because you don't deserve to be married. You deserve. In fact, your husband is suffering somewhere. Some of you, your wife is suffering somewhere. And yet, unasida ukisuguka huko kilialia ati hauna mke. Lako mahali, anaye ni kusafa na safa. Na labda huko amekunywa changa na amekunywa busaa baka meno imeng'oka peke yake. Na wewe huko hapa kanisa ukihubiri kama Waruinge, ukisema bibi atakuja. Kumbe bibi anakunywa changa. By the time wakati hizo word nitajua ni cancel, niobewe na huyu ama niobewe na mwingine, hizo words zikuwe cancelled, sasa tuta-activate. Hizo vitu vitakuwa activated. Bibi atakuwa activated mahali yako, kubi yako kwa changa. Hallelujah. Hallelujah. Na ako mukuru kwa jega. Sasa Mungu anasababisha kikitu kinakupeleka baka mukuru kwa jega. Unakutana na kimama kinaogea. Meno hii yote hakuna. Ikenigeke nikigweta na kuudhini. Na huko kote hakuna, meno imeaguka, hii imeaguka na huko chini. Lakini unaona mama anaongea vizuri bako na shidwa. Mutumia toyo ara aduta ya mauma koroko kama koroko. Yaani mama anaongea na mzuri sana. Bako nasikia sauti na kuguza. Hallelujah. Kuna msichana mwingine hapa juzi aliniambia, aliona kijamaa hapa kimeng'ara akaniambia, huyo nitachukua. Hallelujah. Huyo ndafanya nini? Aliniomba ruhusa, mimi nikamwambia nitaomba, tuombe Mungu, kama ni Mungu amekubali nitakushikanisha na nitatembea na wewe mpaka msimame. Kumbe mtu anakuaga bwana yako anakuaga na sukuma mkokoteni hapa. Na unamtusiki kila siku, takataka, wewe toka. Mwishi yoyo. Kumbe ni yeye. Lakini kuna neno lilinenwa likakamata yeye. Sasa anakusukumaga mkokoteni hapa. Na wewe Mungu amekupatia kagari, ndio upitage wapi? Upitage hapo umuonage kila siku. Mtakuja siku moja kukutana kwa mazishi. Unakuta mazishi huko Geshagi ya anti mwingine huko na rafiki yako, mnakutana huko. Mnaulizana, eneko yuruku very familia. Ushaiona mtu, unaona huyu mtu umemwona? Unaona mama kama huyu namuona yuruku very familia. Ngoneteko. Na ujai muona, kumbe ni hilo faru lwako ndio linaanza kushikana, linaanza kufurutana. Bwana asifiwe sana. Unaona mumeanza kunini kuvurutana. Bako unampatia namba ya simu, wanawake wengine mko nao wanakuuliza kaini. That is not my, that's not your class. Unampatia no usiwahe na basi adimu. Yaani limona atajui kuoga. Si unasikia venye ananuka. Kumbe unatayarishwa tu utaenda kujisafishia msuri. Watu wengine watakuja kusema, "Wai, kaina mwanake murugaro wate." But this something that was spoken. Ni neno tu lilinenwa na baba yake akakuwa takataka. Ni neno tu lilinenwa na mama yake akakuwa takataka. Watu wengi wa mama mumeua visions, mumeua watoto wenu, mumeua ndoto za watoto. Kama Joseph baba yake hangemuuliza hivyo, huyu jamaa hangeuzwa. Angeishi maisha mazuri na angeishi na familia. Lakini because of that word, it allowed. In the book of whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son and daughter more than me, is not worthy of me. That is Jesus saying.
because he knew himself is love and himself is God. Therefore, if anybody loves God, then you are not going to be able to utter words that can cause somebody destiny to die. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii kitu inakuanga mpaka hapa kanisani. Unakuta huyu mama tumekosana naye. And those are the people now, the enemies of a ministry like this one. Let me take an example. Tusitumie ministry ingine, tutumie hii yetu. Huyu mama, kama mfano huyu mama, akikasirika akuwe na makasiriko. What will she do? Ataanza kuambia watu wengine tutoke kwa hiyo kanisa, hiyo sio mzuri. Na ni yeye tulikosana. Labda alikuwa ameniangalia na jicho ya upendo. Na wakati mambo yake yote ilikataa kuingia venye alikuwa anataka kuingia, akachukua kanisa mzima. Sasa akaanza kuambia modosho atimohonoku, huyo mtu hata hana Holy Spirit, huyo mtu hata hajakaa mzuri, venye nimemwangalia nimeona hajaokoka vizuri. Huyo mtu anakaa mtu wa devil worshipper. Why? The reason ilikuwa moja. In the secret tukikutana pale, kwa sababu labda tulienda na nilipeleka huyu mama kahawa pale Standard Hotel akakunywa akiwa na anticipation nitakuja kutengeneza yeye, ama mimi nikiwa na anticipation atakuwa mke wangu. Lakini wakati atanikataa na ni rafiki yangu na nituko pamoja kanisa hii, atachukua propaganda zote abebe kanisa mzima. Na kanisa mzima itachafuka. Na hata anaweza kwenda mpaka kwa social media na aseme huko hiyo si kanisa. Na hadi aseme huko kuna kuwaga na maneno baya inafanyika. Na unasikia watu wengine amengoa huyu mwingine, amengoa huyu mwingine, not because kanisa ni baya, lakini because he turns out or she turns out to be a household enemy. Why? Because of an ill motivated agenda. Agenda bayo ni ilikuwa personal, lakini sasa out of the personal agenda anaibadilisha inakuwa general agenda. Na ni watu wanakuwa dangerous in everywhere. Kanisa nyingi zimebomolewa si watu wa nje, zimebomolewa na watu wa ndani. Huyu mama kwa sababu amekosa ile kitu alikuwa anataka, anaenda na hero msima, anaenda na hawa na anaenda na hawa. Na anaongea vibaya, anaongea matope, anaongea maneno gumu hata uwezi. Hata anasema hata nilikuta mchungaji wakiwa kwa hapa madhabahu wakiwa na mama fulani wamekamatana. Mimi wakati nilienda nikaangalia hivi, nikaita Roho Mtakatifu. Nikigongona giadha hiyo. Mpaka nikaanguka chini kifudifudi. Nikaita Mungu na nikasema wale watu wako hiyo kanisa wamekuja kutafuta Mungu, kumbe hakunaga Mungu. Lakini kitu hakuapi alikataliwa. Bwana asifiwe sana. Ile kitu asemi alikataliwa. Na ndio amesema ametengeneza agenda yote hiyo, maneno yote ndio agenda yake ya kubomoa ianze kazi. Na watu kama hawa wakubomoa hawakujagi from the word go kuja kukaa hapa. Hawakujagi from the word go, wanakuaga vessels prepared to come and sit and await that moment ya kudestroy destiny. Huyo mwanamke ambaye umemuoa na ni huyo mtu wa household destroyer. Amekuja kwako, si bibi yako na ama huyo si bwana yako, amekuja tu attached. Ametumwa professionally for a professional job. Until such a time when her services will be required. When his services will be required, ndiye atalipuka. Na akilipuka, maana wanakuaga wanaweka record. Unajua hakuna watu wazuri wanajua kuweka record kama wamama. Wamama anakuwekea record ya 13 years ago, siku ya Tuesday, tarehe 2, saa 8:30. Atakukumbusha, saa 8 ilikuwa saa 8:30, na ilikuwa tarehe 2, ilikuwa siku ya Alhamisi, ilikuwa mwezi wa 2, ilikuwa 20 something. Sasa anakuandalia kitoero mzuri ya maneno. Venye ulifanya blow by blow. Venye ulisema, venye ulisimama, venye ulikuja. Unataka niseme wewe unakuwa kehe? Unataka niseme si mimi unataka niseme ni mimi nilikupeleka ukataili? Haukuwa, tukijuana ulikuwa kehe. Sasa anatakuuliza kama aseme na anataka si ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka niseme tuliende na wewe kwa muganga na sisi ndio tulipaga mpaka ile kazi ya nani? Kazi ya mwagi kaaguka.
anakuuliza unataka niseme. Those are the characteristics of the household enemies. They pretend to be good to you, but they are destroying you. Hata kama anakuuliza unataka niseme, na anasema, lakini yeye hajasema. Anakuambia sijasema, lakini unataka niseme. Tulikuwa na wewe Naivasha, na tulipoenda Naivasha, tulile pesa tulitumia yule mdosi yako, na anaongea mbele ya wale wanajua huyo mdosi wako, ndio ripoti ifike huku, maana anataka kukumalizia. And they are very cunning and very specific to the agenda that they have. Na wakipaga ile maneno yote wamepaga, wanaipaga vizuri, na inakaliwa kwa chini kama kamati ile ya roho chafu. And these are spiritually linked. Mwambie msee akae hivi vizuri, anavuruta hewa kutoka juu, avuruta kutoka upande hivi. Ikalewa kama the na usialia la kuma na igoro. Bwana asifiwe sana. So therefore what I'm trying to say, and I want to deal with this topic gently kidogo, tuende pole pole, because this is what it grows slowly. The household enemy, they grow slowly but very sure. They grow pole pole, and all these are sent. They just don't come. They are spiritually sent, and they come, they take position of control. Wakikuja kama hapa, they will make sure hata kama hata kuwa chairman, hata kuwa share lady, ama akuwe treasurer, ama akuwe pastor, ata make sure ako na voice. Utamkuta kale kado anakuwaga na kagurupu kake kana musikilizaga. Yeye ndiye anakuwaga na maoni na prophetic word na maneno mazuri mazuri. Baka unakuta watu wengi wanakaaga na yeye pale kado, wanamusikiliza. Wanamuuliza unaona ate? Unaona pastor hii anate? Unaona tutaturadiko? Nuruna kanithia no teradio. Reke gwire. I have a dream. Ndina kiroto. Nidironiyo kama kule kwingine tulikuwa huko City Stadium, kuna jamaa alionyeshwa kwenye dirisha ile tukiwa huko, ile dirisha ilikuwa padile, aliona upwa imechomoka hapo. Upwa ikakibia ikaenda kona ile gine, tena ikakuja ikazunguka ikasimama kwa madhabahu, ikakojolea madhabahu. Yani ukikuta huyo mtu akidescribe venye aliona, baka watu wakafikiria ni ubwa ya ukweli. Kumbe alikuwa nakuja na ubwa ambayo ni spiritual. Ni nini? Sasa akauliza ilisimama wapi? Ilisimama kwa madhabahu. Ni kumaanisha nini? Mchungaji ndio yako na hiyo roho. Naacha nikwambie, si watu walimsikiliza. Walimsikiliza kwa sababu alikuwa ameanza amejiita nabii. Household enemies, they are capable of creating a name around themselves. They give them a title. Wanajipatia title. Unakutaga mahali wa mama wanachoteaga maji, kuna mama mmoja mwenye anaogeaga sana kuliko wote. Anajulikana. The opinion maker. Household enemies, they are always opinion makers. They have an agenda and they have a voice to speak. Na akiongea, they have a voice na ulimi ambayo inashawishi watu na wanashawishika. Bwana Yesu asifiwe sana. Inashawishi na wanashawishika na wanajua kweli. Kuna wengine wanasema hapa, pastor siku atanipatia microphone nisimame hapa tu dakika 10 nishike microphone nisimame tu hivi. Nikimaliza hivi, hiyo kanisa yote itakuwa yangu. Hiyo ni household enemy. Huyo ni adui. Amekaa tu akingojea the opportunity ya kustrike. Amekaa tu akingojea ni lini ataagusha mtu. Huyo mtu anakuja anakuinvite kuja tuongee. Anataka tu muonekane. Kama mama huyu ninamuita, tayoka simama. Namuita Mami Yoka. Ananiita tu, mimi nataka tu tuonekane tukitembea. Tuende tufike pale tena turudi. Alafu nimalize tukifika, kwa sababu my agenda was a picture. The mental picture itoke. Alafu nakwambia ndari kanoneka utukarago kwela kai niga kwita rusho. Lakini kuna mtu nilikuwa nataka ashike hiyo picha. Na hiyo picha sasa ndio itakuwa ikitrend. Ndio itakuwa ikienda kwa watu. Maana nilikuwa nataka kubomoa nyumba ya huyu. Nilikuwa nataka kubomoa kazi yake.
So utakuta kila wakati ukienda unasema wachana na huyo mama ni maraya. Si nilimuita tu juzi, nikamuita tukaenda na yeye mpaka kwa hoteli. Tukakula mpaka saa 5. Nilikuwa namuuliza bwana yako hawezi kukuuliza. Akaniambia ni wakwane ni jadhanaga. Na higo aralia anaongea akijua huyu ni sister ya bwana yake na information, kwa sababu anataka information itoke hapa iende kwa nani? Kwa mzee. Na itafika, itaenda. Maana that's what the agenda. They have a very clean agenda. A very well orchestrated, well planned agenda. And they are very good, very humble. Household enemies, they are very humble. And they are very generous. Atakuja na kanisa kama hii, ataifanya yote. Ukikuja unamuomba fare, shika. Ukikuja naenda kwa yule mtu wa Saudi pale, namwambia hii unafanyaga kazi mzuri sana. Anamkamatisha kiama 5. Anakuja kwa huyu wa keyboard, namwambia you bless me my brother. My brother, you really bless me. Anamkamatisha. Hiyo ameplant seed. Anaenda kwa huyu praise Don. Anajua Don ni mluya, na shika hii kwenda ukakunywa ukakuleko kaukali. Don anakamatisha yake. Beatrice naye anakamatiwa pale, anapatiwa 200. Unakuta huyo mtu amecheza na shilingi 3000. Lakini ni misingi anatengeneza. So kesho hiyo pesa yake itaanza kufanya kazi. Atakuja abia Beatrice, lakini Don siku hizi naonaga ni kama hakuna kiburi. Unajua ulikamatishwa 500 na anajuaga uko na jaa. Sasa utacontribute venye Don ako na kiburi. Akitoka hapo anakamata Don. Anaambia Beatrice, alikuwa anasema ati uko na kiburi sana. Na mimi venye najua hiyo ministry kama si wewe haiwezi kusimama. Haingekuwa imesimama. Lakini nasikia venye Beatrice anasema ati uko na kiburi, unaliga, unafanya maneno baya. Hata anasema ulikuwa msherati, ulikutwa na mwanamke wa mwenyewe mahali fulani. Sio ni baya. We need to pray over this issue. We need to pray. Hii maneno lazima tuombe na lazima ifikie apostle. Bwana Yesu asifiwe sana. Beatrice na Don wamegogwa majagogwa. Hakuna siku wataimba hapo pamoja. Ukienda kwa mtu wa keyboard amegogwa majagogwa. Mtu wa Saudi amegogwa majagogwa. Hao ndio wanaitwa household enemies wa kanisa. Wanagoga yule wa Saudi, wanagoga yule wa keyboard, wanagoga wale. Sasa wanajua wamecontain worship yote imekamatwa. Sasa wanakuja kwa washirika. Wanajua huyu mama ni intercessor, anapenda kuomba sana. Wanajua huyu mwingine ni nini, wanajua huyo mwingine ni nini. Sasa hao wengine wanashughulikiwa. Huyu anagoganishwa na huyu, huyu anagoganishwa na yule, yule anaoganishwa na yule. Alafu sasa wanaodokaga, wanakuwa innocent, wanafuruta kakiti na anakaa chini. Sasa anawachugulia venye munalimana. Anakuja simama katikati, nasema hola basheterebo sayanda. The Bible says wakati ndugu na ndugu wanapigana, ukatokea mtu mmoja atakaye kuja kuwatuliza. I'm here as your brother's keeper. You know, Don, what you are fighting for. Hii vita mko nayo itaagusha kanisa. It is not good. Beatrice, usikubali kanisa iaguke. Lakini nani aliakisha moto? Yeah. How do tunaitaga household enemies? Kameidi kako kanaweza choma boma, kanaweza angusha doa inaanguka. Bwana akikuja na kuta kiberiti. Kameidi kalimwambia two words. Baba Joro. Mama siku hizi anakujaga kama amechelewa. Lakini usinitaje. Kanaenda kwa Baba Joro. Mama Joro. Najua mzee Israel kuli niambia nioshe. Nilipata kondomu hapo jana na ilikuwa imetumika. Na usinitaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Boma imeanguka maijaanguka. Those people are dangerous and they are within you. Not until you are able to know them clearly. Ujue, unakuja unasikiliza. Wamama kama hawa watakuja kwa ofisi hawa hivi wote. Sitakosa kuwasikiliza. Nitasikiliza huyu, nitasikiliza huyu, nitasikiliza huyu, nitasikiliza huyu, but I will make my position.
Lakini kama wewe ni mtu wa kuguswa kabidi kadogo, tip, unaruka juu. Nilisema huyu lazima atakuja kwa mbaya. Alafu unatolewa mpaka waya, unaambiwa huyo mwanamke mko naye, shosho yake. Ati shosho ya nani? Unasikia vizuri? Shosho yake aliua watu 12 wa familia yote, kaanguka ikaisha. Tajira wewe ukumirira kwa. Aliua watu wa damu yake. Wewe ni nani? Wewe ni kuolewa, umeolewa kwa hiyo familia. Na unaona sasa ametoa baka jicho ya kuexplain kitu nje, yote na kaiji. Wewe ni nani? Utasurvive hapo? Tajira aoragire anko, akaua cousin, akaua nani, na hata polisi walikuja wakamuogopa. Sasa wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo bego ya kuanza kureact, unaanza kusema ni huko digo ikara. Hata na ndoto ukipatwa hiyo bego na household enemies hapa, unaanza kuota ndoto za hiyo. Ndoto zote si za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndoto zote zinakuwa za Mungu. Kuna ndoto zinakuja kutoka kwa Mungu ndio, na kuna za kwa shetani, na kuna zingine zinakujaga kwa sababu ya ile kitu ulikuwa unafikiria. Ukifikiria kitu sana ama uzungumzie kitu sana, utaiona. Na ndio nakutaka watu wengi wako in that situation kwa sababu ya anticipation, ile anxiety, unakuta unaota. Na ukiota hiyo kitu unafikiria ni nani? Ni Mungu anakuzungumzia. Alafu unakuja unaiagusha hapa kwa watu, unasema niliona nyoka. Na hiyo nyoka ni liwekwa na watu 5, wakakuurishia huyu, wakakuweka huyu, wakakuweka. Sasa kutoka because of anxiety, ukaenda ukadream na nyoka ikiingia kwa ile mlango. Unaenda unasema niliona nyoka. Iliingia hivyo, ikakuja, ikapita katikati ya watu. Nikasikia imepita juu ya miguu yangu, ikapita, ikaenda. Ilienda mpaka kwa madhabahu, ikaenda, mimi niliona imepotelea huko. Tukwenda tuhoe. Hiyo madhabahu inaonekana kama imenajisiwa, si madhabahu mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wanaanza, una plant. Their agenda is to plant a seed and they keep off. The moment they keep off, wataenda kukaa bali sasa kusikiliza. Sasa wao watakuwa tu wanaongezea mafuta, wanaongezea kuni. Pole pole tu wanaongezea kuni. Pole pole. Na wao ndio wanakuja kwa upande ule mwingine kukwambia pole. Naiguiro na kurathire. Na niguo rendete muthuri ucio. Itho ajirogema. Na niguo muthuri mwega muhoreri. Na niguo muthuri ucio emwiruteri. Kana wagete muthuri mwega uguthi atia my sister. Ntokohoya nitokatwake serine tweke twetie mahoya tuacha tuitane tuombe. It cannot happen. Angalia kwa fulani kulianguka, the same way kwako kumianguka. Kwa fulani kulianguka, the same way kwako kumianguka. There must be a demon around here. Na nani demon? Yeah, ndio demon. Because anataka kusikia after she has succeeded in plan A, plan B yako ni gani? How do you want to come out? How is your plan come out of the wood? Unapagaje kutoka? Ndio wapage kitu kingine pale kingine. Ndio wapage pale na wapage pale. By the time you try to come out, unasikia buduki. Ukijaribu kutoka, maana watajua utajua, ukitoka wanajua utajua. They will stop you from getting it. These very dangerous people that are in you. Hawakuwa gibari, they are in you. Hao ndio umepatiaga ile kaguo yako, aende nayo sad best. Hao ndio unapatiaga pesa, unamwambia hii pesa nataka tu nasikia kukubariki. Hao ndio unasikiaga mama yako mwenye alikusaa, yeye mwenyewe, na anakuitaka my baby, my good girl. Kumbe yeye ndiye amekufuga mahali alikufugia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Msistuke sana. Naona mmestuka, mmeanza kufanya calculation za nani anaweza kuwa. Are we in chapter 10 of Matthew? And how do we deal with this kind of enemies? Let's look at Psalms 35.
verse 1 to 28. How do we deal? Tunawashughulikiaje hawa watu? Maana lazima washughulikiwe. Content. Sasa sikiliza. Content, O Lord, with those who contend with me. Fight against those who fight against me. That's how you do it. Take hold of a shield and a buckler and raise for my help. You don't fight household enemies. You don't fight them. But you raise an intelligent system ya kujua ni nani na ni nani and how far have they gone. Maana kuna ingine ulianza kucholewa kwa mtoto. Kuna ingine ulianza kucholewa kitambo na hukujua ulicholewa. Na kuna mwingine alikuja mmeshikana, ni husband yako, ni wife yako, muko pamoja, munaishi na yeye ndio household enemy. You will not be able, hauwezi kwenda na kifua kupigana na yeye, atakumaliza. Maana hujui amepanga mpaka wapi na alianza kupanga lini. Amepeleka nguo zako kwa waganga wagani? Amepeleka pesa zako kwa waganga wangapi? Na wewe ndio ulimpatia, alikuja akakwambia nipatie shilingi, nikopese shilingi 3,000. Na hiyo 3,000 alitaka tu aipeleka kwa mganga ndio afunge pesa yako. So how will you handle these people? You can never be able to handle them physically. You need God. Because you most likely hautajua this is your enemy. Most likely hautajua wao ndio walikoroga. Most likely hautajua they are the planners of what is going to happening in your life. Because mtakuwa mnacheka na wao. Mtachukua mnatembea na wao. Every step you are making, you are with them. Draw the spear of javelin against my pursuers. Say to my soul, I am your salvation. It is a persuasive language used to God. You speak to God. Because these are people that can hold you at ransom and you will never come out of it. These are your friends that you walk with. These are your people. So you invoke the power of God, the Spirit of God, to come and deal with them, because most likely you don't know them, but you are suffering. Unajaribu kutafuta hii karupu ukalitokea wapi? Unajaribu kutafuta hii imetokea wapi? Hii story naijua, lakini who can do this to me? Kumbe it is your mother. How will you know? Sasa ukikuja kwa ofisi yangu na kujaga, kuna watu na kujaga na unasikiliza, Mungu ananiambia ni mama yake amemroga. Sasa mimi sitakwambia ni mama yako. Nitatafuta kabinu mpaka ifikie wewe mwenyewe useme ni mama alileta hii kitu. Because nikakwambia mama yako ni mchawi, utakubaliana na mimi? No. Na ndivyo napenda mama yako. Na yeye ndiye amekufanya hiyo shida yote uko nayo. So what will I do as a man of God? So I want to tell you, I'll find a way that until wewe mwenyewe utasema ni huyo ni mama yako. Nitakudescribe tu, niseme kuna mama mfupi anakaa hivi, anapenda kuvaa nguo ya yellow na ako na jarumi hapa na ana kanywele kamekaa. Na niambia, what do you mean? Can my mother do this? Mama yako anaweza kuwa hivyo? Mimi sijasema. Nani amesema mama yako? Hapana. Na mdescribea deeper. Na mwambia ako na kakitu hapa, ako na kerema hapa. Because God will reveal to me all how they look like, so that I can be able to give you a picture. So wewe mwenyewe useme huyo ndiye mama yangu. Sasa from there we can have a talk. Lakini nikikuja nikwambie mami wanyine mrogi, ugedorate. Yes. Sasa niambie baba yangu ni mchawi. Na baba yangu ndio tunataka hata kutembea. Na baba yangu ndiye ananipenda. Kumbe yeye ndiye ameachua gedhito ya guka na anamepaka. Ukiona mama ya mtu, wale ambao wanaachiagwa vidhito, wanaachiagwa uchawi na ugaga, ni wale watu walipendwa sana na hao watu wenye gedhito. Haleluya. Mtoto wangu ule napenda. Mimi sema mimi ni mgaga. Yule nitaachia yule. Na yule ukitaka kujua yule mtoto anaachwa, anapendwa na huyo mzee sana. Wanapendana. Mama yako unasema ni de mami wito. Niyo na mode ugama kugamodikana. Gide negedito. Ni yule uchawi alikuachia, alikuwa nakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Most men of us are sisi ni waganga because of ile kitu tuliachiwa na wazazi wale. Na hao wazazi walikuwa wanatupenda, they were not our enemies. And for you to receive that anointing ya ugaga, lazima nikupende.
lazima we be sharing. Lazima nitakuwa nikikutembeza, mahali naenda kukula busi tunaenda na wewe, mahali naenda kufanya kitu tunaenda na wewe, kama mimi mama na mahali wana mama wanaenda kukusanyika tunaendaga na wewe, kuprepare wewe, kukutengeneza. Ndio hata nikikuja kukwambia ndio hii, utaona ni kitu tu ya kawaida, hautaona ni kama ni uchawi. Utaona this is a lifestyle, yobai tu tunafanyaga hivyo. Hautaona kama ni kitu kibaya, maana umezoea kuionaga. Ninakwambiaga chukua hii kamuti, ende weke pale kwa gate. Chukua hii kitu uende pale. Mtu kama huyu akikuko unaenda ati hiyo ni ukiona maadui wanakuja, chukua tu mshakwe uweke kwa mfuko na uende tu tembea hivi. Na ukitembea hivi uende ukisema hatakuona. Na wewe ni pasta. Sasa unakuja mpaka kanisani unawaambia watu wa practice. Kwa sababu hiyo ndio kitu hilo najua. Na kumbe ulifanyika mganga kitambo. Ulifanyika mchawi kitambo, lakini haukuambiwa directly nimekuachia. Maana hawaambiagi mtu directly nimekuachia. They practice you through. They take you through the process, slowly but surely. Na ndio nana watu wengi hapa ni wachawi. Kama hii kanisa inakuwa na wachawi wengi sana. Na ukiangalia uchawi si ati alienda akapatiwa uchawi, alifundishwa pole pole, alikabidhiwa pole pole. Akapatiwa akapewa pale. Kutembea tu hivi. Na anaambia unaenda huko na kukutana na maadui. Anaambia ukiona watu kama wale wakianza kukuangalia vibaya, mtu anafanyaka tu hivi. Ama unafanya hivi. Unaona? Impart. What I'm doing, I'm imparting him. Namwachia, nampatia uchawi. From there atakuwa sasa yeye practice. Ataenda shule kule, akiwa shule secondary school kule ameenda boarding. Watoto wakimchezea anafanya. Unaona kitoto kinaaguka. Unasikiaga kitoto kiliaguka. Your daughter umeitiwa ameanguka shule. Si mtu mwingine ni huyu. Alipractice venye aliambiwa afanye na mama yake. Kile kitoto kikaaguka. Tena akafanya kingine, akaenda kingine. Akaona kimeanguka, akaenda kwa kingine. Sasa inakuwa fun. Sasa atakuwa akifanya akikaa kidogo, anasema acha nistue kidogo. Kinaanguka. Sasa huyo mtu automatically amebadilika, amekuwa nini? Amekuwa mchawi. That is what we call the household enemy. Nani alimpatia? Ni mama yake. Nani alimpatia? Ni baba yake. Nani alimpatia? Ni bwana yake. Ndiye alimkabidhi huo uchawi. Na kutoka hapo unabadilika, na haukuenda mahali ufanyie orientation, haukuenda mahali popote ati ukakalizwa chini ati wachawi wanakaaga hivi, wachawi wanatembeaga hivi, wachawi wanarukaga hivi. Hapana, you are walked through slowly but surely. That is why unakuta wewe ni mchawi na wewe ni mganga, but you are never initiated. So you will ask the pastor, how now? How? Mimi sijai kwenda kwa waganga. I've never been there, but you are taken through the process. Slowly, but very surely. Marafiki ambao tunatembea na wao hawa, utakuta mimi ni mganga ama mimi ni mchawi natumiaga hirizi. Nitachukua rafiki kama huyu. Huyu pole pole tunampeleka, tunaenda tunakula raji pole pole, tunaenda pole pole, tunaenda pole pole hivi. By the time tuendelee nishamrecruit. The spirit ambazo tuko nazo, they are initiated to us without our knowledge. We just find ourselves in it because of the company, because of the friendship that we have. And this is a friend I can die for. This is a friend I can do anything for. Kumbe ni kukamatwa umekamatwa. Na uliingia. Watoto wetu wanajisema ati ni pia pressure. Anakuta mtoto huyo mwingine anawekwa tattoo. Na yeye anasema awekwe tattoo. Na hii tattoo ni inachorwa Lucifer hapa. Na yeye anafikiria ni nani? Ni idol wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anafikiria akichorwa tiger, anaambiwa choro spider ama cobra, kitu kilichorwa anaambiwa ukiwa cobra. Unajua anapatiwa meaning ya cobra ni nini? It is a fighter. You know what? You are going to become a fighter. But what happened? Amekuweka spirit ya nini? Ya nyoka. From there utakuwa mtoto wako unaona amegeuka, amekuwa nyoka. Hujui ni kwa nini alikuwa nyoka. Ni company ile alitembea. Si adui alimwambia aweke tattoo, ni rafiki yake. Ni rafiki ya mama yake, ni rafiki ya mtoto wa nani? Wa baba yake. Ndio alimweka hiyo tattoo. Na hiyo tattoo ni maana kule kwao kwa nyumba, kwa kina baba huyu mwingine, huyu amemuonyesha ni vizuri kuweka. Kwao wanakuaga wachawi, kwao wanakuaga wa Freemason, kwao wanakuaga wa Illuminati.
Sasa wamechukua kijana yako kwa sababu watakutumia. Sasa huyu mtoto atatumika, amewekwa hiyo kitu hapa, amewekwa star. Akiwekwa star, sasa yeye atatumika kwenda shule kurecruit wale wengine, na atawarecruit in a very simple way. Hii ni maua. Mtu akiwa na tattoo, unaona ama tiger, ama cobra, niko na star, cheki, niko na star kama Schwarzenegger. So wewe utaona tu ni star kama Schwarzenegger, lakini zile star ziko na meaning, ziko na power. Na wewe unasema wacha hata mimi nifanye nini? Niwekwe. Hiyo ile inataka peer pressure. Mtoto anaenda anawekwa. Wengine unakuta wamechorwa kwenye sehemu zao za siri, kwa sababu ili ameenda amemwambia ati wakati nilichorwa nilipata power. So kila mtoto anataka kuwa power, na ndio naona kwenye katuni za kisasa zote ambazo watoto wenu wanaangalia, Nickelodeon yote, zote ziko na elements za kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they are implanting, wanaweka watoto bego, wanaweka. Utakuta katoto kametoka asubuhi mpaka jioni kameshida na katuni peke yake. Na ukiangalia hiyo katuni, wewe mwenyewe bako unaangalia dakika mbili unaanza kusinzia, unashindwa what is there, because kalishashikwa. Na sasa kakitoka hapo kataenda kupractice na watoto wale wengine venye kali kuwa imparted, kanaanza kupatia watoto wale wengine. Sasa unakuta vitoto kwenye shule, vitoto 10 kwenye shule wana practice kile kitu waliona ndani ya Nickelodeon. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtoto anakuwa mchawi automatically. Huyo mtoto baadaye unakuta amekuwa mlevi, amekuwa mvutaji wa bangi, amekuwa mwizi, amekuwa kila kitu. Hallelujah. But who has recruited? The father. Mimi nimerecruit mtoto wangu, naye mtoto wangu ameenda amerecruit mtoto mwingine, na mtoto huyo mwingine anaenda kwa sababu ako na spirit na ako na power, anarecruit mama yake na baba yake. Watoto wamerecruit mama zao, watoto wamerecruit baba zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wamerecruit wazazi, watoto wameenda mpaka mashule, wamerecruit walimu, watoto wameenda mpaka shule, wamerecruit watu wakubwa kuliko. Why? Because once they are put, wamewekwa hiyo star, wamewekwa hiyo cobra, wamewekwa hiyo tiger, wametobolewa masikio, wamefanywa kila kitu, those they became vessels to transfer the same power to the next people. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunasikilizana. Are you getting me? Margaret, are you getting me? Yes. Sasa umeimagine mpaka ukarara. Ameimagine yule mtoto wake venye rabu nimuona. Sasa mpaka kausigizi kakamshika vizuri, wakiwa na my sister pale, kausigizi kakamshika vizuri. Sio kupenda, ni kwa sababu hiyo kitu ikikushika itakuzuilia mpaka kusikiliza neno, ndio usiweze kufunguliwa. This household topic, household enemies, ni a very topic about you need to understand very well, about haifai kuharakishwa. Nitakueleza tu pole ndio uende ukiona mambo ile yanafanyika kwako, utaiona na utajua hapa ndio mtego iligililia. Ulikuja ukaolewa na kimwanaume purpose ya kimwanaume hiyo kilikuwa kimekuja tu kuharibu ndoa yako na kuharibu future yako. Si ndoa kwa sababu there was no door in the first place, lakini kuharibu the future completely, inakuwa destroyed. Anakuja with na pesa yake milioni 3, anachanganya na zako milioni 10, muna invest, and that is the end of you. Na anakuwa kucontrol, kukukatel, na hakuna kitu utafanya, because atakuwa ukienda kuongea kama mama anasema who are you to speak in my home? Wewe ni nani? Wewe ni mama, tulia nikupatie mawaidha next. Ukienda kusema acha niweka kwa biashara, anakuambia I have not given you permission. Hapa kwangu hakufanyagwa biashara kama hiyo. Kaa chini nitakuwa nikupatia chakula. Lakini amekukata miguu. Alikukuta ukiwa na biashara, amekukata. Alikukuta ukiwa na pesa yako, ameikata. Alikukuta ukiwa na kitu yako mzuri, amekata. Now you are helpless. Unakaa hivyo. Na ni mtu unampenda na muitaga darling na babe. Ni mtu mzuri. Hata mkitembea na unatembeaga mbele ya wanawake wale wengine, unaliga kidogo, lakini ni nyoka ilikuja kukaa kwako. Na hiyo nyoka purpose yake moja ni ku make sure your destiny has been killed. Utahangaika, maana yeye ni madhabahu ya kuvuja maisha yako. Yeye ni madhabahu ya kudestroy every plan that God has in for you. Anaitwa household enemy.
Bwana Yesu asifiwe sana. Let them be put to shame. It is a prayer. Huyu ni Daudi. Alikuwa na wao wengi sana, including his own father, mwenye alimdisown. Baba yake alisema, aliuliza una mtoto mwingine? Akasema hapana, sina mtoto mwingine, lakini tuko na kipii kingine kinachuga busi. Haleluya. Maana hakuamini Daudi ni mtoto wake, na hakutaka aitanishwe na yeye. Kumbe Mungu alikuwa kwa hiyo mtoto. So his father was instrumental to make sure David will never succeed. It is not his brothers, it is not his mother, it is not the society, but the father to David, Jesse, aling'ang'ana kwa njia zote to make sure David will never come up. David will never rise to any position. Aling'ang'ana na akahakikisha instead ya kuleta David wakae na watoto wale wengine, David akatumwa aende akachuge kondoo na busi. Maana ni kitoto ambacho ni cha usherati, na alipigwa na hiyo spirit ya usherati. Kumbuka ndio David azaliwe, mama yake alikuwa already ameshakataliwa na baba yake Jesse. Baka huyu house girl ambaye alikuwa achukuliwe akuje kuwe bibi, akadanganya, I think walinunulia Jesse pombe, akasahau. Kwa sababu unawezaje kwenda na mtu na usijue huyu ni mtu, sio ule unajua. Unajua hiyo ni kitu nataka kwenda theology nikafundishwa what could have happened. Maana huyu mzee alibadilishwa, housemaid, house girl alikuja akaambia mama, wakaenda wakakaa kidogo, akachomoka, akaacha kimzee kama kimirara, alafu sasa akaambia mama, ingia na usikae sana hata kule yuko. Kumbe saa hiyo ndio bego ile ya Daudi ilikuwa imetayarishwa. Na ujue mama ndio aanze. Jesse atupe mama, akatae huyu mama, bibi mama ya David. Ni kumaanisha alikuwa anafanya hivyo inside him in the spirit. Yeye hakuwa anajua as a person, but inside him as a spirit alikuwa anataka kuua bego inaitwa Daudi. Lakini naye Mungu akatumia house girl akamrudisha. Bego hiyo ikatoka ikaingia kwa mama, na mama kutoka siku hiyo akakuwa na mimba. Na hiyo mimba baba akasema sio yangu, kwa sababu sikubuki tukilala na huyu mama. Na mama akafukuzwa, akaambiwa sasa wewe mama, wewe ni msherati. Na ikakuwa confirmation kwa society mzima. Ikasemekana nilisema huyu mama ni msherati. Simeona ako na mimba. Imi uliseni ametoa wapi? Na mama kwa sababu alijua ni ukora alifanya, hangeweza kusema. Na mzee hako sure hakulala na huyu. Ile kitu ilikuwa inashughulikiwa hapo, si kulala ama kutoroarwa ama kufanywa nini. Ile kitu ilikuwa inashughulikiwa ni nini? Ni bego ya Daudi. Household enemy ni baba yake. Hiyo tu ndio ilikuwa inashughulikiwa. Huyu mtoto asikue. Alipozaliwa ikafanyikana mtoto akaambiwa sasa wewe kwenda ukachuge. Kakachukiwa, kakadharauliwa, hakakupendwa kabisa. Kakaambiwa kaende kakachuge ng'ombe huko. Kakachuga mpaka wakati wa destiny. Nataka nikuonyeshe sasa venye maneno ya kujaga. Wakati wa destiny utakumbuka mzee aliiliswa, watoto wako walete hapa. Akaita wale watoto wake wazuri, wale vijana wake, wakapangwa laini. Ya mtu anaitwa ni Samueli ama ni nani? Ni Samueli. Akaambiwa mwaga. Akaenda kuinua hivi, pembe ikakataa kutoa mafuta, ikasemekana hayuko hapa. Ndio akamuuliza kuna mwingine? Akasema hakuna, lakini kuna weka hiki kina huko. Kuna kipii kinachuga busi. Unajua alitaka kumwambia nikorogo na kehe da adaptire. Niko na kipii niliadapt. Kiko tu home, lakini hicho ni kia kuchuga, hicho si hata kia kulete hapa, ni kina aibu, kitalete aibu hapa. Mzee anaitwa Samueli akamwambia Jesse, ita huyo kijana. Alipofika roho wa Bwana akaingia ndani ya Samueli, akamwambia modo ni wasio. Alienda na akamhag na akamumwagilia mafuta, na mafuta ikatoka kutoka kwa pembe. Lakini vita vikaanza hapo. Immediately walipoona ni nani amemwagiliwa mafuta, walianzana na vita hapo. Wakaanza wao wenyewe, wakamrudisha huko. Na kumbuka wakati alijaribu kukuja kwenda kutoka, walimrudisha wakamwambia urathieko. Wakati kalisema kataenda kupigana na nani na Goliath, walimuuliza wewe helie muhaya, toa ujinga hapa, toka hapa. Because familia ilimuinukia kwa sababu ya the progress ile anaendelea. Yes, utapata progress, lakini kumbuka kutoka ile siku alimwagiliwa mafuta, ilimchukua 15 good years akistruggle kwa kichaka.
alichuka mbuzi miaka 15. Kisha wakati alitoka kwa kuchuga mbuzi kuingia tena kupambana na Saulo, alipambana another 14 years. Those are 29 years of struggle ukiwa na mafuta, because of household enemy. Aling'ang'ana na Saulo, alikuwa anajificha kwa kichaka, kila mahali kwa kichaka, akaishi mpaka akaenda kwa caves, akakaa ndani ya caves because of household enemy. Because hata madugu zake hawamtaki, hata baba yake mwenyewe hataki kumuona. Ni alikuwa kaka ndako nikatwe. Wakati alisema atapigana na Goliath, wakamuuliza, wewe uko na kichwa mzuri? Na ni baba yake. Na huyu anakuwa hero. In fact uiwete mwana wako niako dhikorua. Mtoto wako ulisikia mtoto wako anaenda kupigana na adui. Si unafurahia? Yes, you encourage your son to become a giant, to fight. Instead they discouraged him. Walimuuliza, hata wewe, yaani hata kama tuseme hauna akili, unafikiri nini hiyo unafikiria kufanya? Tuseme hauna akili na tukubali tu hauna akili, ni nini hiyo unafikiria? Hii ameshinda hawa watu wote ni wewe. Wewe kaubwa tu, si walimuita kaubwa? Wewe kaubwa tu. Na ni a brother who is supposed to support you. But because of the household enemy, the enmity ambayo alikuwa nayo ndani yake. Angalia mtu anaitwa nani? Ni bado ni Daudi. Alikuwa anataka kuuliwa na nani? His own son. Ganged against him to fight him. And how will he dare? And how will he manage? He will manage because he knows, this is my father. I know the weaknesses. The people who can destroy you are your household enemies. The people who have the capacity to know your weaknesses, to know who you are. It is your brother yule mmezaliwa na yeye. It is your sister yule mmezaliwa na yeye. It is a person ambaye mnafanya kazi hapa na huduma. Mlianza na huduma na wao. Mlianza huduma na yeye, mlianza kampuni na yeye, mlianza kila kitu, mlianza pamoja. Huyo ndio mtu anakujua vizuri, na ndiye mtu atakumaliza vizuri. Anayekuroga anakujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayekuendea, anayekupangia uchafu anakuelewa. Hakuna mtu anaweza kupangia kama hakuelewi. Hakuna mtu anaweza kupanga nyumba yako venye itakuja kuvunjwa kama hawajui. Benki ambazo mimi nilikuwa mwizi wa benki, na hatugeenda kuiba banki yote bila kukuwa na mtu wa ndani. Kwa sababu lazima waambie, manje kifunguo inabadilisha nako saa 6. Lazima waambie by saa 6 kuna kuwaka kumekusanywa pesa gapi. By saa 6 ndio ujue kuna kuwaga ni nani, shift inabadilishwa saa gapi, because that is the time you will strike, wakati wa shift ikibadilishana. So you must have a story. Na ukiona polisi wakikuja wamekimbia, wanakujaga hawakibisadaji na waizi, kwanza wanakujaga kwa bagi haraka kuingia ndani ya bagi, wanauliza manager ama yule, wameiba gapi? Ni milioni 15, kwa sababu anataka kujua ni shigana, maana he was part of the game. Ndio akienda huko, ile gari inatokaga na pesa, ndio inakuwa na decision. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile gari imechomoka na pesa, hao ndio watadecide kusema ni milioni 10 ama ni milioni 5. Wow. So lazima polisi akipie huko akonfirm na manager ni milioni 15. Ndio wakienda kule kugaiwa, anasema wewe ilikuwa 15, acha ujinga ama nikuchape. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So these things, they just don't happen. They happen because they are well planned. They happen because there is an insider who knows, who understands you. Most of your failures, 99% of your failures does not come from outside your family. It comes from your father, your mother, your brother, your sister, your co-worker, your co-minister. Wale ambao mko na wao, hao ndio wanakucholeaga. Hao ndio wanasema sasa, wanakuja wanajua huyu mama alikuwa anakuja na huyu ndio alilete huyu. Sasa huyu kwa sababu amekasirika na mimi, anaambia hata huyu usirudi kwenda hiyo kanisa. Hallelujah. Anamwambia mimi nilikuwa hapo na nimeangalia ile tabia iko na huyo mchungaji si mzuri. Naona ni mtu anapenda mambo ya wanawake sana. Kumbe ile anataka kuchafua huyu mama tu roho aondoke, kwa sababu hiyo ndio ile kazi alikuwa ametumwa akuje afanye, kuondoa huyo mtu, maana huyo mtu alikuwa part ya success ya ministry yako. They don't just target now household enemy, they don't target any ordinary person. They target an extraordinary person, because they don't target an individual. They target the anointing in that person.
So lazima uwekewe watu wa kuchungana na wewe. Lazima uwekewe ndugu mwenye atakuaga na wewe, akitembea na wewe mahali popote pale unaenda. Na anakuaga mzuri sana. Lakini yeye ndiye anapotoaga mguu yako pumzi. Ukienda anatoa pumzi. Ukienda anatoa pumzi. Ukienda tu unakutaka gari yako asubuhi haina pumzi. Kwa sababu anatakaga kila siku uchelewe ndio appointment yako ifeli ndio uvutwe kazi. Haleluya. Kwa wale wako na magari, mshaikuta gari nakuta haina pumzi na haijatoka. Ukiweka pumzi unaenda wanaangalia unakuta gari haijatoboka. Kumbe kuna mtu kwenye familia anaamukaga saa 11 kuhakikisha mission imekuwa successful. Let them be put to shame and dishonor who seek after my life. Let them be turned back and disappointed who devise evil against me. They devise. They plan. Hallelujah. Kanisani ukisikia hapa kuna msusumuko, kuna mambo inapigwa, huyu anapigwa, ni kitu kilikaliwa chini. Sio kitu atilipita ati coincidentally. Hiyo kitu hapana. They devise, they sat down. Kuna chairman, kuna secretary, kuna treasurer, kuna member katika hiyo kamati ya roho chafu. Walikaa chini na wakapanga wakasema hii lazima iende. By the time unakuja kuangalia unakuta ilienda. So wacha kutafuta. Ukisikia moto imewaka sana, usiende mbali sana na marafiki. Usiende mbali sana na familia. Usiende mbali sana na members wa kanisa. Kanisa kama hii kianza kuwa na watu wamedugaduga, mimi siendagi outside. Wageni wale wamekuja na kujaga nauliza, wageni wangapi kanisa hii? Hao nawaweka pale. Sasa naanza kuchunguza. Wangapi wako hapa miaka 10? Najua shida iko kwa hao wa miaka 10. Ndio najitagwa wazaliwa. Ukienda mahali popote kule kunaitako kuna watu wanaitako wazaliwa. Kama ukienda Kagemi ukuta wakazaliwa, wanakaaga kwa nyumba za mabati za ile marefe ya zamani. Na amesugirwa padei plot imepanda ghorofa 10, padei plot imepanda ghorofa 10, padei imepanda ghorofa 8, padei. Na wale watu wamejenga wote ni watu wa kukuja. Wale watu wazaliwa wako hapo. Kuna tunyumba tumelala hivi. Baka tumeshikiliwa na kaba ile ya kushuria nguo. Pade hii imevurutwa na kaba. Na hiyo plot anakaa ni ya shilingi milioni 300. Na ni eka msima. Na hawezi usa. Ndio mtu mwingine sitajirike. Because wanaitagwa wasaliwa. Na huyo mtu ukimfuata mzuri alifugwa. Alifugwa na nani? Na baba yake ndiye alisema hii shamba haitauswa. Na haiwezi uswa. Unakuta watoto wanaishi kwa shida na matatizo. Hawezi kulipa mpaka school fees, lakini wamekalia milioni 800 kwa plot. Nasikia watoto walikosa kusoma. Mimi ndakinyile class 8. Mimi nilifika class 7 nikakosa school fees. Mimi nilifika form 1 nikakosa school fees. Na ile shamba wamekalia inaweza kuwapeleka mpaka London na warudi na bado wakwe matajiri. Why? Because kuna mugabo, kuna neno lilineno. Jeremia, hebu nipasaidie. Jeremia 35. Ni wamaka? Jeremia 35. Ai, ulienda? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wanajua tuko pamoja mpaka hapa tumefika? Na wangapi wanajua wameanza kuona pale enemy yake yako? Umeona kabisa huyu mtu tuko na yeye ni enemy. Yes, hata mimi nimeona maenemy wengi hapa leo. Kwa hii kanisa. Maadui tupu. Tufungwe Jeremia 35 verse. The word of the Lord came to Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah. Go to the house of the Rechabites and speak with them and bring them into the house of the Lord in one of the chambers, then offer them wine to drink. Imesema the word of the Lord came to Jeremiah, son of Jehoiakim. Go to this family. Go to this family. Go to the house of the Rechabite and speak with them. Nani anasema? It is God instructing Jeremiah. Go to the house of the Rechabite and speak with them and bring them to the house of the Lord into one of the chambers, then offer them wine to drink. Ni nani amesema? Ni Mungu. Wapeleke kwa nyumba yangu, wapeleke sinagogu. Hiyo familia ya Karaja, hiyo familia ya Mwagi,
Iyo fagiria ya karaoke matware nyumba-inĩ yakwa in the house of the Lord and give wine to do what? It is God instructing. Ni Mungu anatoa hiyo instruction, si shetani. Ameambiwa akuje hapa. Sasa kutana na huyu mama ni Mkristo ameokoka, ni mrokole. Alafu akute wewe umekamata glasi na ni nani amekupatia? Ni apostle. Hallelujah. Tuendelee baba. So I took, akaenda na akachukua watoto sasa hawa vijukuu vya huyu mzee. So I took Jazania, the son of Jeremiah, son of Habizinia, and his brothers, and all his sons, and the whole house of the Rechabite. Alienda as instructed by God. Alienda akachukua the entire family. I brought them to the house of the Lord, into the chamber of the son of Hanan, the son of Gedaliah, the man of God, which was near the chamber of the officials. Yani hali ya karibu na festeri. Above the chamber of Messiah, the son of Shalom, keeper of the threshold. Wameingizwa kanisani, majaingizwa wako ndani ya kanisa, wamepelekwa, the entire family imepelekwa kanisani na nani? Na Jeremiah. Then I set before the Rechabite pitchers full of wine and a cup, and I said to them, drink wine. Akawaekea kila mtu kikombe ya wine, akawaekea kila familia mzima, akawaekea, akawaambia kunyweni. Hebu sikiliza sasa. Na ni Mungu amemwambia awaambie wakunywe, si yeye Jeremiah, ni Mungu alimwambia ende kawaambie wakunywe. Sasa akamwambia, but they answered, we will drink no wine, for Jonadab, the son of Rechab. Jonadab uneguka, the son of who? Rechab, our father commanded us, you shall not drink wine, neither you nor your sons forever. You shall not do what? But who has sent for them to drink wine? It is God. But now they have decided to obey the word of man. We shall not drink wine, nor we, hata wazazi wetu. Niki, todo nikule mugabo, todo nikule kerumi. Then let's go. You shall not build a house. Wameambiwa hivyo. Musiwahi kunywa wine. Number 2, you shall not build a house. You shall not sow seed. Musiwahi kulima. You shall not plant, or have vineyard, but you shall live in tents all your days, that you may live many days in the land where you sojourn. Ate musiwahi lima, musiwahi kunywa, musiwahi hata jenga nyumba. Muishi maisha yenu hapa, ndio muishi maisha siku mingi. Hiyo ni kerumi ama ni nini? That's a curse of poverty. Mwero mutikanage kidu. Musiwahi kukunywa, musiwahi kulima, musiwahi kukua na anything. That's a curse of poverty. We have obeyed the voice of Jonadab, the son of Rechab, our father, in all he commanded us, to drink no wine all our days ourselves, all our wives, all our sons, all our daughters, and not build a house to dwell in. We have no vineyard or field or seed. But we have lived in tents and have obeyed and done all that Jonadab our father commanded us. Is that an enemy or a friend? Now, skiza. But when Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against the land, we said, come and let us go to Jerusalem for fear of the army of the Chaldeans and the army. So, the word of Jonadab, it became law. Aliwaambia msilime, musijenge, musifanye. They were commanded never to have anything. Who is the enemy now? Okay? The father is the enemy. Dukana dukome. Dukana na gari. Dukana na nyumba. Motore hemaine. In fact, these are the first IDPs in the world. Waliambiwa muishi na walikuwa they were sojourning in a foreign land. They were told to live in tents. Waongojee misaada, maana haulimi, haukuzi, hauna chochote. Mimi utaishi kwa nini? Kwa misaada. Nani aliwafanya hivyo umaskini? Their own father.
destroyed the pattern of the family, destroyed the structure of the family. And they decided and they chose to be obedient. That is what they did. They chose to be obedient to what? To live in poverty, but not do against the will. But remember, nani ametumana? Mungu ndiye aliambia Jeremiah, because hawa watu wako in the poverty and they are not able to come. So it is only God who can be able to change you. It is only God who can be able to win any kind of a battle in your life. Here, tunaita the household enemy, because you will never know them. That good brother unafikiriaka ni good brother, anakuwaga wa Freemason. Ndio anakuambia leta mtoto wako nitasomesha. Ndio katoto katolewe sadaka. Leta bibi yako, leta mke wako nimwadike kazi. Anaandikwa kazi na anapatiwa promotion. Kidogo kidogo nasikia accident ilitokea na wakakufa. Kumbe alikuwa alimuita karibu ndio akue sadaka. Wanakuwa anasema nitakuja kujenga nyumba, nitawajengea nyumba nyumbani. Anakuja anajengea mama yako nyumba, kumbe ni mama yako anataka. Kukakaa kidogo kidogo mama anaenda. Lakini mtu mnaheshimu kwenu, anakaa ako na nyumba Muthaiga. Familia mzima ni huyo mtu inaangaliaga. Ni huyo mtu ndio ako na solution. Akikuja akikohoa nyinyi wote mnaitika. Nyinyi wote mnaendeka kuchukua school fees kwake. Nyinyi wote mkicheka mkiwa na kashida, yeye nyinyi mnasimamia ndiye anasimamiaga. Baka yeye amekuwa na ni last born kwenu, na yeye amekuwa chairman na kuna mafirst born. Yeye ndio kusema. Kwa maana ako na njia na amekuwa na pesa ya kuwashika nyinyi yote. Na mtu akiinuka against wewe, unakuta yeye ndiye ana insight na rushia hiyo giri 10, huyo giri 10 na huyo giri 10. Tadii mwele karajawana ushedi kwenda. Unaitwa kikao mara moja. Unakalishwa chini unaambiwa mshio fafa hatu baba yetu alituacha tukiwa kitu kimoja. Na tusisikie hiyo maneno natuletea. Na nikuuliza uliuliza baba yetu alikufaje? By the way, unaweza kuniambia baba yetu alikufaje? Ilikuaje? Iliendaje mpaka baba yetu akakufa? Alikufaje? Alafu sister yetu ule mzee alikufaje? Kwa sababu umepata kaufunuo na umeanza kuona mahali power imetoka ndio ichukue hawa watu. Ukienda kuongea kidogo unasikia sasa, unasikia mpaka kuna manyoka zinakuzungumzia kwa nyumba. Unatulizwa. Because this is the man that has been eating your family. This is the woman that has eaten your family. Nyumba yenu imemalizwa na imeagamiswa na these people. Wanaitagwa household enemies. Your sisters, your brothers, your co-workers. Wale watu mnafanya nao ni mapasta. Unakuja pasta na kuja anakuwa assistant wako. Kidogo kidogo kuna mwingine tulikuwa naye hapa City Stadium. Kidogo kidogo amekuja, amechaka nikamwambia kuja simamia hapa kuaga assistant pastor. Ile maneno nilirudi kukutana nayo. Siku moja Mungu akaniambia amuka uende kwa kanisa, uende ujione. Nikatoka nyumbani nikateremka usiku saa 7. Nikakuja nilikuwa na kifunguo nikafungua. Kumbe walishikwa na kausigisi. Huyu pastor nilikuta amevaa kajo ya red lakini imevaliwa upside down. Alafu amenil kwa Biblia hivi na anainamisha kichwa yake hivi. Ameshika kwa jamaa kingine hapo kanapatiwa maneno. Nikauliza hii ni nini? Ndio nikauliza Kolino, mtu akivaa kajo upside down ni kumaanisha nini? Ni kuchukua huduma. Sema kumbe nilimpatia akue anaita kwa nini? Si assistant, hii ya kukaa kwa resident pastor. Aongeage na watu wakati si yuko. Naye kumbe akajua kanisa imekuwa yangu na akaanza kutoa unabii. Bwana anasema utaenda kubarikiwa. Nimeona Prado inakuja. Ninaona visa yako imetoka. Na pastor wenu atoagi hiyo maneno. Sasa wewe utaenda wapi? Utaenda wapi? Utaenda kwa assistant. Kaka kidogo ndio ubwe ilitokea pale, ikaenda pale, ikarudi hapa. Na akasema ni mchungaji. Kwa hivyo huyu mchungaji anafaa kutolewa kwa hii ndio kanisa isafishwe. Na unabii ikakuja akasema kanisa inaenda nini? Kusafishwa. Inaenda kungalishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's all the people that will come and destroy you.
si watu wa nje, ni watu wa ndani. Wanaitangwa household. Wanaitangwa household. Kwani mko na wagapi? Ndio mnaana mmekuja kichwa hivyo. How do you deal with these enemies? One, use strategies. Choose how to deal with them strategically. You may choose to be very technical. You may choose to be very cunning. You may choose to be very friendly to them. But knowing ni kufinya unafinya tu pole pole. You may choose to be head on. Because you may choose any way ili unaona ina fit that situation. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwenye unaweza kwenda head on, kube ni nyoka ikutemea mate kidogo, si haitaji mate mingi kidogo. Kosi yase kutoka, utatoroka ukisema upiga duru. Sasa hiyo nyoka utainyemelea, hautaienda head on, utainyemelea, utatengeneza strategies zote. Utakaa tu nayo mwaka mzima. Ukiona inaruka hapa, unaruka hivi. Ukiona inaruka hapa, unaruka hivi. Ukiona inaruka hapa, unaruka hivi. Baka wakati utajua imetomoa kichwa na imetomoa motingwa yote imetoka. Sasa hiyo ndio utahit. Lakini ukiigoga kama kichwa ndio imetomoa hivi, itarudi ndani. Na inajua sasa wewe unaipagia, itakugoga. So be strategic. Have a good plan. Have a good agenda. Kuna ukiangalia, observe what kind of an enemy is your brother. What kind of an enemy? Mama yako utaenda kumwambia, mami, wewe mrogi. Na utikane nani mami wewe mrogi. Na ni wewe unalogile mwana wako mami. Atakuachia laana. Atachukua nguo zake. Asiinue. Hakuna kitu tafanya. Akikuinulia nguo amekulaani. Ama wale wakali wabaya ataingia kwa jiko, akojolee jiko na akusugumuse maneno akikojoa kwa jiko. That's the end of you. So huyo ni mama, unajua this is my mother, nilitoka kwa tumbo yake, lakini ni mchawi. Ndiye amenifikisha hapa nimefika. So lazima utumie ubogo kupambana na hali hiyo. Lazima utumie nini? Ubogo. Utakaa na yeye na unampelekea kila kitu. Mwisho wa mwezi unamtumia gilitano. Ukijua huyu ni shida. This is my enemy. Tukiji ama unaweza kwenda kwambia mama yako, mami nyinyi niologeta. Ukadoga mami, ukadoga. Atakumalizia. Ndio akaheta. To the first place, she doesn't care. Hallelujah. He doesn't care. So atafanya kitu hata wewe mwenyewe utashiringi, utagonjeka kutoka hapo. You will never recover again. Bwana asifiwe sana. Number 2. How do you deal with them? You can choose to go on defensive. Just go on defensive. Ukiona hii ni kitu defensive, I will win. Nita win. When you are dealing with household enemies, make sure ukianzisha vita, ni vita utashinda. Na ukiona hii ushidi, rudi nyuma, kuja kama mtingoe, weka hapa mtingoe hapo, kalia mtingoe, unyamaze. Baka ugoje the strategic moment at the time. Na ukipata Mungu akikupatia hiyo nafasi ya strategic mzuri, goga na ugoge vizuri, maana ukikosea atakumaliza. Goga na ugoge venye hataweza recover tena. Yes. Na ukiona hauwezani na yeye, mlete karibu, mtembee na yeye. Hata kama ni nyoka, tembea nayo. Itulize kama ubwa. Pole pole. Na ukiwa kuna kachakula ya kupatia hiyo nyoka, ipatiage. Ukijuaga, tunaenda. Lakini ukijuaga inaweza kukuuma, inaweza kuwa pia ina akili mingi kukuliko. Sasa enda waambie ule bwana yako, "Guyeno, mama yoyo. Nie ndakora kana nie gokunira maya. Gathi ogua. We. Nie okonyana. Mujiga ewe. Utakujwa na hiyo maombi yako. Na hiyo Yesu yako utakanyagwa na utaisha watu na tutakuzika, tutakuja na huyo msedi ataleta ile coffin kubwa na expensive. Na siku hiyo ya kwenda masishi
kuna kimama kitakuja kupatia na pole wakicelebrate. Tumia ubongo mzuri when you are dealing with the household. Unadili na mainiro, unadili na maanko na maanti, wale wanajua siri mpaka siri za mama yako, wale wanajua mpaka wewe si wa mzee wa hiyo nyumba, ni maanti wanajuaga. Maanti na anti yako anajua kama wewe ni wa baba ya huko ama ni wa yule baba wa makaa, yule mzee anausaga makaa pale. Aniguete ili adwari yake. Nie fafa niki na mudo gothaka na fafa ni no de murage. Na thogu ashina gakara hari ahunyukete no muhituka gokaga na komeno. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never win a physical battle with your auntie or your uncle. Uncle mwenyewe ako na power tu ya kudhoa mkonyo hapa. Akidhoa hapa ascratch hii mkonyo yake hapa kidogo, kuisha wewe. Ndio unaonanga hata tukienda kutahiri wanaume lazima tuende kwa uncle kumuomba ruhusa. Na uko na baba, huombi baba yako ruhusa, unaomba uncle. Alafu yeye ndio shidana na uncle mwenye hata chukua silaha, atashika tu kidole kwa mkonyo ascratch. Utakoda pole pole. Anko ukiona mumeletana naye juu muhepe tu, ende ukashughulika naye pole pole kwa ubali na umfanye rafiki. Ukijua unashughulika na anko, umfanye rafiki, mulete karibu. Ukijua unashughulika na anti, mulete karibu kabisa na umfanye rafiki. Na saa hiyo kama ulikuwa unampatiaga 1,000 mpatie 5,000. Ndio ajue ameshida, asikupagie vita ingine, because hahitaji silaha kubwa, anahitaji mkonyo peke yake. Anahitaji kuzungumza neno moja peke yake likuhagaishe. Mama yako mchawi anahitaji tu kukuinulia nguo, akuonyeshe uchi yake hivi. Hiyo ni laana maisha yako yote na kizazi chako mpaka cha 10. So ni kitu lazima ukuwe na akili ya kucheza. Kanisani kama hii unaweza kushika mama kama hukube ni kiberiti. Ako na network hapa, ako na network pale, kuna network pale, ako na network pale, ako na network ameshika. Wewe unaonaga tu kama mama unakadharau hapa. Guza kidogo, unasikia kanisa yote imeenda hivi. Imeanguka. Na ni mama mmoja tu uligusa. Na ulikuwa umemdharau sana. Anakuambia unataka kuona koleo godi. The next day kanisa unakuja Saturday, unakuta wewe na mke wako mnajisugumusia kanisani. Na waliambiwa wote tukae nyumbani tuone venye watafanya. Tutamfundisha. Na kwa sababu wewe ni pastor hufanyagi kazi, unasemaga wewe ni murawi. Warawi wanakulaga makodoo. Haunaga pesa. Sasa unabidi upige magoti chini kwa huyo. Wewe ndio mwambie ni sorry muno, digashokera ligi. Sasa una compromise your integrity. Kama unajua wewe ni pastor na wewe ni mtu wa kukula, wewe ni murawi wa kuletea chakula ukule, kazi mikono yako haina baraka ya kutafuta pesa, usijaribu kugusa wamama kama hao. Kaa na wao wakutawale na wakuambie venye utakaa. Lakini mtu kama Dora Waruinge mwenye anajua kutafuta pesa, ukimletea umang'ani nitawafukuza nyinyi yote na kesho niweka crusade pale watu wengine waingie. Yes. And I have no friend. Mimi sina. That's how crude I am. I have no friend. Tutacheka nawe sahi lakini kesho nitakugeuka. Nitakugeuka kama mnyama. Kwa sababu niko na nguvu yangu. Ninajua kujitafutia. Nilisoma Bible line moja tu akasema nitabariki kazi ya nikatumia mikono. Nikajua sasa hii ndio uhuru wangu. Mikono yako, it is your freedom. Mikono yako, it is what? Your freedom. Work. Hata kama wewe ni nabii, unatoa unabii, inaaguka speaker kama hii inatembelea hapa kwa hewa, wewe utafanya kazi. Tengeneza pesa. Mmesikia? Naigore urute wira. Nijue Ngai nĩegũkũhũthĩra. Na nĩũgũtuĩka mũhunjia mũnene mũno hata wewe. Lakini ufanya nini? Usiwache kazi. Nakuja hapa ati niĩ yakũhunjia hunjagia. Niĩ ndingĩruta wĩra ũngĩ.
tondũ ndĩ ndungata ya Mwathani. Ndungata ya gwĩka atĩa? Ndungata ya gwĩka atĩa? Wagĩkorwo Jesu arathiĩ akahahithia mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa? Zakayo. Amũhahithagia nĩkĩ? Mbeca ciume cia gũthiĩ ministry. Ama alifanya nini? Kwani hakuna watu wengine walikuwa wamefanya makosa kama Zakayo? Alimuhusia uoga. Na akamuhusia uoga na akaenda na akamuitisha nusu. Alimwambia usipopatiana nusu kule mbinguni hutaenda. Na akafuata hiyo pesa mpaka kwa Juba. The only place he went and ate. Akawacha watu wazuri akaenda kwa huyo mbaya mwenye alikuwa anachukiwa na kila mtu. The only place Yesu alienda kukaa kwao. Ni nini? Kukoje hii pesa ikuje. Pesa. Alikuwa na wakikuwa na jaa akikosa pesa alikuwa anaambia samaki, "Wewe samaki lete pesa." Wanakata hivi inatoka pesa. Mbona abebe akina Andrew? Andrew alikuwa nini? Yeah? Alikuwa? Na huyo mwingine? Luka alikuwa daktari. Na huyo mwingine? Nani alikuwa accountant? Judas. Ndio unaona jamaa alipenda pesa. Unajua Judas hakuwa na nia ya kuuza Yesu. Alikuwa anajua hata nikimuuza atajinasua, atatoka. Ile kitu Judas alikuwa anataka ni hiyo pesa, wao watoa hii pesa. Tuende next movement. Akamwambia akajua Judas, hakuna mtu alikuwa anatambua Yesu kama Judas. Hata Peter hakuwa ametambua Yesu. Judas alitambua Yesu kabisa. Na alikuwa anajua Yesu hawezi kushindwa. Na hata ukishika Yesu atakuwa maji na hutamuona. Na ndio aliambia umkiona ule mtu nitafanya hivi na nifanya hivi. Ni yeye. Alikuwa anajua hakuna mahali watampeleka. Ndio aliona alijinyoga. Hakujinyoga kwa sababu ya kuuza. Alijinyoga because amerealize mistake amefanya. Na ameona ni kama nguvu ya Yesu iliisha siku hiyo. Akajinyoga tu. Na Yesu aliuzwa na nani? A household. Ni mtu wa ndani. Peter akaambiwa na Yesu, "Before dawn utanikataa mara 3." Hiyo ni nani? Ni house. Kaini nani? Kaini alifanya nini? Alimuua Abel. It's a household. Mama na Yakobo wakapagia Esau, wakamunyang'anya baraka yake. So these people, kama sasa mtu kama Esau angepeza kupigana na mama yake, na ni mama amejua, amepanga na anajua baba yake ni kipofu. Haleluya. Ndio hata baba yake wakati alijua realize hii maneno, hii kijana mjinga alisema wakati utachoka. Jehereria wana. Ndio kaigwa na wano gari. Utajinasua. Because amerealize ukitikira ati ndehero ni kimundu kina ruwa mtu wako na manyoya badia amejiweka alafu unakuja ulikuwa wapi? Akarealize akaona I cannot reverse. And once this thing has happened from the household enemies, it is irreversible. Ni ngumu sana. Kaini alimuua Abel. Was it reversible? Jacob alinyang'anyana baraka. Is it reversible? Mungu alimwambia this is not reversible. Lakini ukichoka utatafuta ingine utapata na huko. Number 3. So I'm saying number 2 nimesema you become defensive and you stand your ground. Na hiyo unaweza kusimama tu kama unajijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unafanya nini? And only that you can do that. Baada ya kufanya research yako, ufanye investigation zako, ujue ni mama fulani, ni mama fulani, ni mama fulani, ni kijana fulani na nani. Wale pillars ambao walianza hii kitu yote ni watu 5. Wale walifanya hivi, mtu yao mkono ni nani, mtu yule mwingine mkono ni nani. Sasa you will be able uangalie, uassess, ujue kama ni kitu utaenda head on ama ni kitu utaenda ukue cunning, utembee na wao tu ukijua utawabomoa. I say, hello. Ni wakuwafundisha na wafundisha jinsi ya cooperate na hawa watu. Wacheni kuniangalia ni kama ninakosea. Ama niachane na hii. Na kufundisha jinsi ya cooperate na hawa watu. Matoleta makonya lilete. Number 3. Don't get pulled into their battles. Ukikuta wanawake wanapigana hapa, kwa sababu hiyo vita imekuwa hapa mingi sana. Ya tall, dark and handsome.
Na ilikuwa ilianza inakuwa kwa jiko hii. Ikatoka hapa imehama imeenda kwa ile kicha nyingine. Hapa kulikuwa na mapigano. Ilikuwa Herzegovina, Bosnia na Herzegovina. Walilimana. Hapa walilimana. Wengine wakakuja mgeni akakuja akauliza, nani alikwambia uingie hapa? Who told you serve apostle? Bwana ziwe sana. Wengine akaanza kupika chakula, anaweka roiko, anaweka tagawisi, anaweka hiyo ingine inaitwa nini? Zile mavitu zote, matakataka zote. Ukiangalia chakula hiyo inakaa ni kama imepikwa na soya beans. Ni kama imemwagiliwa diesel juu, inakaa rojo ni kama ndio ipikiwe tall, dark and handsome. Kwa sababu Esther alipeleka nini? Alipeleka chakula. Sasa analeta na mabia wekelea hapo na iangalia. Na bia Buju kuja. Buju ifuge vizuri na usionyeshe mtu, uende pale kwa dustbin, umwage lakini urudishe sahani hapa. Sasa mtu anambia amekula huyo ni wangu. Huyo ni wangu. Mtu kama huyo usimchezee. Mtu anajua kucheza na chakula hapa. Don't joke with that person. Huyo ataikojolea na kuletea. Kwani sisi wanaume sisi tunalalishiwa kwa kanyama kwa nini na tunakula? Si ndio? Ndio kwa elimu. Sisi tunakulisha kwa ina tunakaa. Yes, wanaume tumekula, mimi mwenyewe personally nimekula. Nikikumbuka to behavior nilikuwa natu. Nilikuwa na drive gari kutoka hapa saa 8 usiku naenda Nakuru kwa sababu ya mwanamke. Sasa hiyo ni nini? Hiyo ni normal. Alafu saa 11 naingia gari tena na teremuka. Is that normal? Hiyo lazima kuna kachapati ulikula ama kanyama kaliweko kakakarako vizuri kakaiva ukapatiwa the following. Kwa sababu that is not reasoning. Danyanya wakera kwa kuna amuka kwako usiku unafikiria wacha nikimbie Nakuru. Niende nikaombe na unamwambia babe, how are you? Anakuambia niko uko wapi? Niko home. Akibebu na kumiss. Si ukam. Unatoka nje saa 8 usiku. Unagurumisha gari. Unaenda mpaka Nakuru. Because of 2 seconds. Tena unagurumisha gari. Unateremka unapoteza 10,000 because of something that is. Ukiendesha gari ukirudi sasa wakati uko normal sasa ndio unajiuliza maswali. Hiyo sasa what is this? Bako na paki. Kuna siku moja nilipaki gari pale Naivasha. Nikaeka gari kando ya barabara hapo kwa hiyo mlima ya Kenogi. Kujiuliza maswali. Paka nikajichuna nikajiuliza am I normal? Lakini nikiteremka kwenda Nakuru. Gari ilikuwa inaenda na 180. Mpaka namwambia babe, niko Naivasha. Naenda babe, nimefika Girigiri. Naenda babe, nimefika Baroko. Naenda babe, hata naona shida ukinipigia. Kumbe nika kitu kananiita. Akili zote zimekujwa. Sasa uducheze na mtu kama huyo. Huyo si mtu wa kwenda confrontational because hujui amekushughulikia baka wapi. Kwa sababu wakati nilienda huko kale kaliniita, nikitoka huko nilikuwa already nimeshuka sababu nilipatiwa nyama, nilipatiwa chakula nikule. Ni nini kingine iliwekwa? Si nilirudi nikiwa charged. The following day saa 8 nilikuwa huko ya mchana. Sasa imagine the reasoning. Nimetoka hapa saa 8 usiku, nimerudi saa 11, saa 6, saa 7 nimegurumisha gari tena nimerudi huko. Tena saa 12 tena niteremke huko. Sasa unaangalia, huyo ni umeshughulikiwa. Na kama umeshughulikiwa namna hiyo, hiyo si kitu ya kwenda confrontational. Atakumaliza. Kama ana remote control, anakufinya button hii unafanya hivi. Na ile kitu kama Mario. Kada kama mtu kanafanya hivi. Sasa unakuta unafanywa tu hivi, unafanywa hivi. Mpaka unamwachia ATM yako unashindwa. Sasa hiyo uko na mke, unaachia mtu ATM na mke wako akikuitia shilingi 200 unamwambia ndugu, takataka edo. Pale nilichiba edo uchibe. Na kule umewacha 20,000. Sasa na huko umeacha 200 na huko na watoto 3. Kule ni jagiri haina mtoto hata mmoja. Na umemwachia pesa na ukamwachia ATM. Babe, hii pini yake ni 1732. You can withdraw an amount. My limit, let me speak to the bank. I increase the limit of 50 per day.
Utajira mtu kama huyo, how will you go with them confrontational? Ana kuremote, akana kuremote control. Alafu uende physical, how? Utaanzia wapi? Na ni mtu anakuita ukiwa kwa kulala, kwa umelala. Anakuita unagurumisha gari kama mwenda wa simu. Sasa utaanza kumpiga uko moja kama kuhura ke. Hapo Mungu tu akusaidie. Hivyo unasikia hawa walitumaniwa, wakaambiwa na Mungu akatumana, nenda usaidie wana wa Rekabu watoe kwa Jerana. So don't get pulled into their battles. Ukiona wanangangana, you are told that they had some naigine leadership rangos, don't be pulled into them. Withdraw and observe them. Ujue huyu anafanya. Well, listen to them. Sikiliza huyu, sikiliza huyu, sikiliza huyu, sikiliza huyu. Kaa kidogo kidogo, walete pamoja, wakoganishe kidogo, ndio uone nani anawaka kiberiti na nani anawaka moto ya mshumaa na huyu anawaka moto ya gazi. Sasa ukielewa hivyo, utajua venye utazima hiyo moto. Kwa sababu kuna moto unaweza kwenda kumwagilia maji ilipuke zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kuna moto unaweza kumwagilia maji ichome nyumba mzima iongezeke. Ndio naambia kwa ujue pale moto imewakia, hapo ndio mtu anamwagaga maji. Si huko juu uliothia kuitiria tena maina karayo. Uko na kimwagika ongezeka. Moto inaongezeka, inaanza kukuchoma. Angalia moto, source of the fire. Weka moto maji hapo. When you deal with the source of the fire, you have dealt with everything. And you never lose a game. Me, I can never. Hata mupage nini vita gani, I will never lose a game. Yes, I will never. Hata mukuje na mafreemason, mukuje na shetani mwenyewe kwa hii nyumba, akae hapo na mimi nikae hapa, I will still win the battle. I know how to handle the situation. I'm capable, I'm smart hapa. Akili hii Mungu alinipatia. Hii yako ni nyima. Ile kitu alininyima ni mke. Akili ya hapa niko smart. Kwa hivyo kama ulikuwa unafikiria kufanya kitu, don't. And lastly but not least, always seek God's direction. Let's have 2 Samuel 16:11. Always seek God's direction. Daudi, he sought God when things were not working. Wakati bibi yake na watoto walichukuliwa, alienda kwa Mungu, aliuliza Mungu, can I go for them? Na Mungu akamwambia, go for them. Surely you shall come back with them plus. And David said to Abishai and to all his servants, behold, my own son seeks my life. How much more now may this Benjamite leave him alone and let him curse, for the Lord has told him to. You get me? It may be that the Lord will look on the wrong done to me, and that the Lord will repay me with good for his cursing today. You see, he's trying to avoid the curse of God. He's trying to avoid laana ambayo inaweza tokana na kitendo kile anaweza kufanya. So he is seeking God to help him to be able to avoid this curse. Wewe kama mama, watoto wako wanaweza kuwa ni changamoto kwako. You don't go confrontation to them, because unaweza kureact mtoto aende ajinyoge. Unaweza kureact mtoto afanye makosa zaidi, na makosa hiyo we end up kumukasi. So that is why you need to ask God. It may be that the Lord will look on the wrong done to me. You see now, mtoto ndio amefanya. Instead na mimi niende mshaburie, Mungu anaweza kunitetea. Kama sasa hapa nianze muniinukie, I will try as much as possible kwenda chini kidogo, because Mungu atanisikiliza kwanza, sio nyinyi. Wale mnaitaka mnasema, mnaanza kusema ati apostle anafanya, mimi ndio nitasikizwa. Your petition will be number 2, mine will be number 1, because I'm carrying the anointing. Mungu anaangaliaga, anaona huyu Waruinge watu ni wangapi wanamfuata, ni watu wangapi wanamusikiliza. So kama ni watu wengi wananisikiliza, hata niangusha, kwa sababu akiniangusha kuna watu wengi wataanguka. So what he will do, he will listen to me. Atakupiga kwanza ndio mimi aanze kunitafutia substitute. Na inaweza kwenda miaka 2, miaka 3, na kunawezekana niende nimbebeleze anisikilize, lakini wewe ushagogo already.
vita vya kanisa na vita vya nyumba ya Mungu, wachana nayo. Kukuta kikundi wanaongea, wanazungumza mambo ya pasta, wachana nayo. Pasta hata kama alishikwa, hata kama alikamatwa hapo juu, wachana na, fuga macho na waangalie kwingine. Wacha kabisa. Hata kama unaambiwa ati apostle wenu anakuaga na wanawake wengi, waambie ni wa Mungu, ni Mungu alimupatia. Wewe ondokea. Kwa sababu wakati Mungu atainuka in my defense, hata kama nimefanya makosa, akushughulikie kwanza, alafu sasa mimi atakuja kunishughulikia pole pole tukiwa na yeye. Na kunaweza kuwezekana nitatangulia nikijua vita imetokea, mimi najua hiyo. Na mimi nafanya jua nilifanya makosa, na kibikiaga hapa, napiga magoti, nalala hapa, nalilia Mungu, namulilia na ananisikiaga. Na mimi najua siri ya kukuja kwake. Wewe hujui, wewe utafanya maneno kwa nyie na kanisa kaunenda au manenda hadi kanisa kaudia hadi kaunika kama wewe unaenda, lakini umeniacha nikiongea nikibebeleza Mungu wangu, atanisikia. Wewe hautasikiwa. Mahali utaenda utakoja umekojewa huku na utagogwa. Kwa hivyo kuna vitu zingine avoid kabisa, avoid. Hata kama utanishika nikiwa na demu, onogeka gorage mumunya mundu, wetue ti mundu ngumumunyaga, wetue ne thuiti ngureaga. Na weherere, we uende tu, uende kabisa. Maana kuna repercussion kubwa, kuna shida. Watu wengi wamekufia in the church spiritually, they are dead. Many members of the church walikufa kitambo because they walijitweka mamlaka ambayo sio yao. Do not touch the anointed. Why? God knows them, and God knows they make mistakes, and it is him who has ako na platform yake ya kuwashughulikia na huko, na anamfinyaga na huko, na hata kuambia na finya, lakini utakuja kujua alifinywa. Sasa wewe ukijitweka kazi ya Mungu, Mungu atakufinya kwanza ndio aende akafinya mtu wake. So avoid that in. So avoid completely. Do not be involved. Ondokea hizo always seek God's opinion. Kama ni hii nyumba unaona imekuchokeza, nenda tu kwa Mungu. Wacha kungangana ati tuende maombi, tuende tukafanya nini. Nenda tu kwa Mungu, muulize, hapa wewe ndio ulinituma ama ni mimi nilijituma? Am I in the right place? Is this your servant? Huyu ni mtumishi wako. The Bible says, test or discern every spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Discern every what? Spirit. Hii maneno yote nawaambia, go discern. Hata uulize Mungu, hiyo maneno ilitoka kwako? Sio nikisema kitu mnanifuata, nikisema ruka mnaruka, nikisema rara mnarara, nikisema cheka mnacheka. Hapana. Discern also me. Follow me as I follow Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Nifuate if only I'm following Christ. But if ukiona kuna maneno mbaya hapa, nenda uniobee, nisaidie kuomba, kwa sababu I'm a human being. And also nawaambiaga mimi si kama nyinyi. Si mnajua hivyo? Mimi si kama nyinyi, mimi sijafika level yenu. Mimi hata jana ndio nilisikia sauti kiniambia nimeongezewa percent nyingine moja. Sasa I'm 6% saved. Nimeongezewa nyingine moja. 6% saved. Najua si nyinyi mko 99, mko 100. Sasa by the time niwafikie mtakuwa mmeadaeda. Moda idagereri ru mwadi nako mukadetera, mnaniopea tu. Nasikia koki. Mnaniopea, mnanisaidia. Niko bali. Makosa mimi nafanya mingi, niko bali sana. Na iwalezi. Tiko dikojabia nako ukahoera. Na iwanyeke. Ukahoera. They are only 6%. Niliongezewa jana. Kuna kitendo nilifanya hapa mzuri, Mungu akafurahi. Akaniongezea 1%. Apostle. Kahoyagera. Mwiwa kanida. Unaniopea. Mimi ni mchafu. Wacha nikwambie. Si mtu mzuri. Gari kubwa si unajua? I'm not good person. Kukaitwa register, sijui kama nitapatikana saa hii. Ikakuja saa hii. Ndio naona nafanya bidii kufanya huduma, nafanya makrusedi, nafanya hii. At least niendelee kupata, niongezee maboga point tunawekeago. Niongezee boga point zikuwe mingi. Ndio at least niende biguni. Na mnisaidie kunishikilia. Si ndio baba? Nisaidie, si kunishabia. Si kusema hivi, kusema hii, hapana. Nishikilieni.
Nego wanyo nyoike. Hata kwa Margaret nyoike. Yes, muniobe, munishikilie karo. Munanishikilia. Hivyo ndivyo Musa alikuwa anashikiliwa. Utumishi wote wa Mungu anakuwa the most vulnerable and the weakest vessel on mtumishi wa Mungu. Ile mapepo yote natoaga inanifuataga pale. Inanifuata kuniuliza maswali. Basi tupatie. Yesu alitoa mapepo kwa ule mzee. Ilienda kuuliza mzee swali ama iliuliza Yesu? Ilienda kwa Yesu ikamwambia wewe mzae. Basi tupatie ruhusa tuingie kwa ile nguruwe. Yesu hakuwa na nini? Hakuwa na kitu ya kuwaambia. Kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuambia ninawakomesha katika jina yangu. Hapana, aliwaambia wewe ingieni kwa nguruwe. Yeye mwenyewe aliwaambia ingieni kwa nguruwe. Sasa mimi ni nani? Kama Yesu mwenyewe aliongea na hawa akawaambia ingieni kwa nguruwe. Sasa mimi ni nani? Mimi nafanyaga dhambi kila siku. Nafanyaga dhambi. Wewe ukinikuta huko kwa barabara nikifanya, wewe assume huku niona because ni mimi. Ndile mudhaka na ndile mudharu. Eko dorogo. Mutu ikarani ugo twina ugo Ngai andehire kuri inywe. Mureke tuikarani atia? Oguo mwanyendire. Mureke tuikarani atia? Na ulimu wakwa na uge wakwa na kege yakwa muache tu tukae hivyo tuendani. Tuendanise. Mimi natafuta uzima na wewe tafuta yako. Simameni na miguu yenu miwili. Tushike sadaka zetu. Tutaendeleza ile subject ya sacrifice, steps of sacrifices. Today I'm summarizing. Today nataka kusummarize zote. And I will anoint you to be able to understand the power in sacrifices. That will be afternoon. But for now, prepare that with the prayer that I want us to do is for you to be able to discern who is your household enemy and how to deal with them. My household enemy wa hii nyumba wajulikane kutoka leo. Sema amen. Every household of this house ajulikane kutoka leo. Sema amen. Ajulikane na matendo yake. Sema amen. Ajulikane na hila zake. Sema amen. Ajulikane na plani zake. Sema amen. Hata wale wanatembea na yeye wajulikane. Sema amen. In Jesus name. Thank you, thank you. Sasa leteni mwekelee tu hapa. Kuna kitu kingine ambayo nitawafundisha baadaye about these household enemies. Wanajua kutoa sadaka sana. Household enemies kwanza wa kanisa wanajua kutoa sadaka sana. Wanaenda watashikana mikono waombe wakitaka kufukuza huyu roda hapa. Waombe watakutoa sadaka na wataileta kwenye madhabahu gani? Because they know the power in sacrifice. Wekeleni tu hapa. Na kutoka leo watu wa namna hiyo ambao watashikana kuleta sadaka ya kufukuza watu, wao wenyewe sadaka hiyo iwaka against wao. Semeni amen. Wao wenyewe sadaka hiyo ifanya kazi against them. In Jesus name. Badala ya watu kufukuza, wao wafukuzwe. Yes, ama wabadilike. Dhamani, Mungu wa dhamani, wa dhamani, Mungu wa dhamani, wa dhamani. Yesu wa
kwamba upo Mungu tuimbe pamoja. Na ijulikane ya kwamba upo Mungu wa Elia. Ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia. Na ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia. Ijulikane kwamba Mungu wa Elia. Ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia. Ijulikane kwamba Bwana Mungu wa Elia. Ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia. Ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia. Ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia. Ijulikane Bwana, Ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia. ijulikane, ijulikane. Inua mikono yako, sema kwamba upo Mungu wa Elia. Ijulikane, ijulikane Bwana, ijulikane Yesu. Ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time. One more time, one more time. One more time, Lord. One more time. One more time. One more time. One more time, Lord. One more time. One more time, Lord. One more time. Lord, I need. Sing one more time, Lord. One more time. Inua mikono yako miwili juu. Mwambie one more time. Mwambie one more time. Touch me one more time. Touch me one more time. Touch me. Mwambie niguze. Niguze Baba. Mwambie niguze. Mwambie niguze. Mwambie niguze. One more time, Jesus. Sing one more time, Lord. One more time. Sing one more time, Lord. Sing one more time, Jesus. One more time. Lord, I need. Oh, one more time, Lord. One more time. One more time, Jesus. One more time. Fungua kinywa chako. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu. You want the blessing. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa sasa. Mwambie Baba. Can I come before you? Can I glorify your name? Can I glorify your name? Lord, I need. Sing one more time, Jesus. One more time. One more time, Lord. One more time, Jesus. Sing one more time, Jesus. One more time, Lord. One more time, Lord. Thank you, Jesus. Inua tu mikono yako juu. Mwambie Yesu. Sema Yesu. Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Daudi. Nirehemu. Nakushukuru Mungu kwa upendo wako wa ajabu, kwa kuniongoza na kunifikisha hapa nimefika.
licha ya maadui ambao ni wa household, umenifanya nikakuwa mshindi. Nishike mkono, nishindanie vita hivi, maana siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, siwezi. Wewe tu ndio una uwezo wa kuniongoza na hata kunibariki. Ninakamata anga zote za wachawi, za warogi, za Illuminati na wote walio wachuki. Nisaidie nikashinda hizi vita. Mamlaka ni yako, uwezo ni wako. Nishike tu mkono. In Jesus name, sema amen. Kwa hivyo nawapatia break ya mpaka saa 9:30. Nitaanza exactly saa 9:30 ndio nitaanza deliverance. So kula mandasi mbili, usikule mandasi mingi. You get 1.5 hours, then come back. And now may the grace na please hakikisha umekuwa kwenye deliverance. Kuna kitu nitafundisha ambacho kitafungua maisha yako, na kuna impartation nitafanya which will change you forever. God bless you.